Nikiwa mdogo nilikuanga venye tu nilizaliwa mama aliambiwa niko na shida ya asthma. Okay. So akaambiwa akuwa anatembea na dawa ya asthma kwa bag every time. Tugethi how administration na kujakaa nimeshikiliwa. Siwezi tembea peke yangu. Alisikia. Faint kwa rato mawage hinya kana. Kogo dige walk day ka. Okay. Ndo de wera oyo ni me to employee. Okay. Alafu ore wale MD hako in the country. Okay. Alikuwa ameenda. Kwa hivyo niko peke yangu. Nikiwa huko nika faint. Si walistuka. What? Kwa hivyo ukiwa huko nje nikaona it is a need. Alafu nikafikiria how tunaweza aje wasaidia. Sio kila siku naweza kuwa napelekea watu pads saimo, si ndio? So nikaona tunaweza fanya to install pad dispenser. Okay. Todo this tora work na pads again na ne biodegradable. Todo also we think about the environment. Nona koguo kwena pad sio mara wanachukua biodegradable for the environment sake. Okay. We also think about it. Na sasa hii ATM nyinyi ndio mtaenda cost ya kuiweka na nini? Yes, everything around kuileta na stock ya kwanza it is on untapped water. Hiyo ni biashara. Hau unatafuta shule fulani. Tunaenda tunafanya mnaenda mnafanya kitu kama hiyo na igakorwo igiteithia community na njira nene muno muno. That is a very big idea. High five. See you. we. Hapo manze. Hapo ulikuwa umefikiria. Kuna projects tumefanya na watu wanamaliza kulipa na sasa tuna handover project. Already mshafanya hivyo? Wow. Tuna handover. So sasa you fully own the projects. Hiyo ni idea big. Niona yaga digireshiririo gwikikalire. No projects hizo cia maere also netwekaga kido etagwo solarization. Boreholes rona kodo korea electricity bills cia igurui kogo tukaekira solar nigetha mahote ku netwekiraga indo ikisitagwo ATM ni za kufanya accountability. Okay. Unatumia kadi maji inatoka. Wow. So hiyo inawasaidianga kukuwa accountable na wasikose wasimwage maji sana. Okay. Na wakuwe accountable for hii maji. Ndenda kunyitogeni mwiroreri wakwa muthikiriria wakwa o kuria guothe uri inyuĩ mwe Kenya inyuĩ mwe diaspora karibuni sana muthenya wa umuthi na ningwiraga ukeigwa we haria hagirire na ninguririkanagia ngakwira ati angikorwo du subscribe te platform ini ino itikira tu go subscribe murata wakwa na ngwiraga iyo niyo njiriria ungeni support nayo go subscribe ni gukorwo uni support te na njira nene muno gucokeria ngatho we subscribe te we turehanite nawe thabari ino kuma riria twambirie nginya ha tukinyite riu ni ndona turorete subscribers 210 reke tukinye hau tukinye 300 5 nginya milioni 1 ningenaga muno ni undu waku inyu muhuragira thimu inyu mundu magira message ni njiguaga ngenete muno na ngahoya Ngai amurathimage na mwikage wega itanagithie muno no ngurikanio hanini ngwire uhoro wigi broti ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing ndina broti ciekuria mwena wa Matu handu tutaka Kithioko turacita Kithioko kwa Muthusi ndirakwenderia ciringi 130 na njokie ngatho ni undu aria maraigithirie na Kithioko phase 8 broti ndirakwenderia ciringi 160 toni cirathirire riu ndina ici ndirakwenderia 130 ndira launchite muthenya wa ira so broti cio ndirakwenderia 130 Kenya shillings ni broti cia 50 by 100 na bei ndakugwetera ni hamwe na title ungienda kuriha na kindu tutaga installment ciguka 150 wigire deposit ya 50 balance uhena meri 6 ngwiraga kundu guku ni kundu gukurite muno mundu ria wanathie na ku thoko ya Kithioko ni ngwiraga ni thoko nene muno athinjire mathinjaga megatu magiraga mburi ku ng'ombe na ki andu aria mendagia serious magiraga kuria ni thoko nene muno na ni town nene uguo nge invest na kundu kuria tigutiorate haria broti ciri ni faraini tondu cihutitie farafara ire ya kuingira mugunda-ini kuma Garissa Road nginya haria broti ciri ti hanene ni handu hakuhi muno kundu kwina mathukuru kwina mai kwina neighbors na kwina indo ciothe iria cingibatarania wigithini wa migunda ningukwihoya murata wakwa witikire kuhura na beno ya thimu 0715 999909 0715 999909 mwaranirie na Kamori ubuke yaku
citanathira na nä ngwä raga kambuni nä very genuine tondå nä rutite wä ra nayo kwa kahinda ka mä kena itarä ndaigua atä må ndå agä complain nä å ndå wa title nä å ndå wa kä njigua o andå magä cokia ngatho na gukorwo nä rutite wä ra na kambuni ĩno mä aka ä yo yothe tå tarä twaigua kesi yo yothe å ndå å cio nä å rakå guarantee gå korwo kä igithia nao andå manaigithia me diaspora angä ona matirä moka na ũgakora må ndå gwa tayari ena makä ma broti 10 na ndarä oka Kenya na cirä o hau angä ona mara invest magaka marĩ ona kũu angĩ mararĩma marĩ ona kũu makarĩithia marĩ ona kũu ũguo ndũgatigwo hau mũrata wakwa ĩtĩkĩra kũhũra namba ĩyo ya thimũ na ũngĩkĩenda gũcera wobici ciĩ kũrĩa Thĩka ũkĩingĩra Thĩka he stage tutaga Gatitũ we hau Gatitũ hau he petrol station ya Shell ĩ hau o hau he building ĩtagwo Mco Plaza building ũngĩthiĩ kũu third floor room 302 nĩ ũgũkora wobici cia tayari kũu kana ũkĩhũre namba ĩyo ya thimũ no nani nĩ ngwĩraga no ũhũrĩre na 0724 333313 mwĩ karibu sana mwĩroreri wakwa nĩ ndakũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ platform-inĩ ĩno itũ na ngũcokerie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũ-subscribe na we ũta subscribe ĩte nĩ ngwĩhoyaga na gĩtĩo mũno ngakwĩra ũ-subscribe mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na mũgeni wa njerera na nĩ njũĩ nĩ ũramuona haha ũguo na nĩ ngwenda tũthikĩrĩrie rũgano rwake rũgano rwa gũtuĩkĩra hinya so wĩikare hau na ndũkehere hau ũthikĩrĩrie tu nginya mũico na nĩ njũĩ no rũgwĩkĩra hinya so reke atũgeithie atwĩre marĩtwa make na kuma hau tũthiĩ na mbere mko karibu sana yes karibu sana mũgeni wakwa asante sana wa ni introduce kina ndaigua tago goosebumps goosebumps na gĩkũyũ nĩkĩ tukanjĩke ũguo ndiũĩ gĩtagwo kĩgĩmbĩ ngina ndaigua kĩgĩmbĩ karibu sana gũkũ gwitũ thank you nĩ ngwenda ũgeithie eroreri aitũ na ndiũka no kũmageithia na gĩkũyũ kana na gĩthwaĩri kana na kĩ o ũrĩa ũkũigua comfortable mageithie umere marĩtwa maku coke tũthiĩ na mbere asante eroreri mũrĩega njĩtagwo Anne Wangari wa Kimemia na Gĩcũkĩ Kimemia nĩ baba Gĩcũkĩ nĩ mũthuri wakwa okay wow ũguo wĩ mũhikui ndĩ mũhiku biũ kaigũrĩ kũhika hanini thikũ ici no makora ũgeka atĩ ũgekĩra kĩrĩa ĩni okay na ndĩ mwana wa fourth born in a family of 5 kids ciana ithano ndĩ fourth born nimekukubalisha okay when the fourth born okay fourth born kwa watoto 5 alafu with a mom and a late dad okay pole yeah. So karibu sana Kai and I have a son Eliav I love you okay mugeithie Eliav nĩngwendete okay sawa karibu sana na ndakena nĩ gũcererwo nĩwe gũkũ na niĩ ngwĩciria ti rita rĩa mbere gũkũmeet ona ti rĩa kerĩ ona ti rĩa gatatũ yes na nĩ ndĩraigua nĩ wega ũkorwo ũkĩhe andũ story yaku tondũ nĩ njũĩ no ĩgũbundithia andũ kaũndũ na tũtanakinya ona rũgano-inĩ rũu rũnene no nyende twambe tũkũmenye hihi kuma gũciarwo ũrĩa ũkũrĩte yes nginya ũgĩgakinya haha na nĩ ndĩrona wĩ mũkũrinũ menyekana ũkũrĩte na kĩrembo ũguo maũndũ macio mothe tucoke rĩu tũgĩgakinya kĩrĩa gĩatũma tũke haha so uko karibu sana asante yeah okwa jari kitheri ongea tu Kiswahili sawa asante ndaitu rekei ndimwire mwiri twigana mutumia mũrona haha aciarirwo Nairobi rĩu gwĩciria Gĩkũyũ na handũ hatũtinde tũgĩkĩra hiccups marau na ongea nini ongea tu Kiswahili ni sawa okay sawa asante yes so mimi nili grow up as venye nimesema mtoto wa 4 niki grow up tunaweza sema childhood yangu ilikuwa normal childhood waciarirwo ndaciarirwo Nairobi town Nairobi town TCBD but Nairobi County okay yeah at least nursing home yeah nilikuwa ndaciarirwo ndiweze nikumbira mwaka nilizaliwa huko na kutoka hapo venye nilizaliwa nilikuanga mtoto mgani nitasema nilikuwa mtoto mgani nilikuwa ule mtoto mwenye a bright kid mwerevu kutoka nikuwa mdogo
Naweza sema hivyo, hata siblings wangu anasema sijigambi. Okay. Ni venye nasikia. Ndio nilikuwa nataka kuuliza kana mundu ungeruta wira ucio kana noe. Hata watu around me. Okay. In fact recently rekegwire ndirathire kuona mwalimu wangu mwenye alinifunza primary, lower primary 1 2 3 alikuanga ni mzee sasa, aliretire nini alifunza hadi dad. Ala. Na akakufunza. Imagine. So alisha retire. Okay. Recently sorry bwanake alipass, alikufa. Nilikuwa nimeenda saa kumuona and ilikuwa after a very long time tujaonana kwa muda mrefu. Venye nilienda alikuwa anaambia kila mtu meet my best student. Okay. Yes. Wow. Naona dena wirai kuna mtu anaweza nitolea. So I was that kid growing up and niko na 2 sisters 2 brothers. Okay. Yes. Alafu nikiwa mdogo nilikuanga venye tu nilizaliwa mama aliambiwa niko na shida ya asthma. Okay. So akaambiwa akuwa anatembea na dawa ya asthma kwa bag every time. So nikiwa tu mdogo koko alikuwa kila saa, kwa hivyo shida ya kifua do ona we mwana u ni ule wera gwa riu ngirwo tondu ndie de mwana fiu riu nona koko after some time akekorwo anabeba hiyo dawa anabeba, akafika mahali akasema nini mimi sitashinda hivi akatupa dawa. Okay. Na imagine Simon ikapona hiyo asma ilikuwa inaambiwa ikaisha. Niwetekio parents asiari wenye wako na faith they go a very long way. Nima tusteithagia muno kogo da honire ni ndo wa wetekio wa mamu witu tondu thaicio diari na wetekio wakwa. And then after hapo tugithi gikorwo ngira primary school ngianjia guthenio ni maitho. Okay. Macho ikanisumbua macho kuuma ama sikuwa naona, ilikuwa brown. Iko brown. Niko na shida, si kusoma sina shida but light dust hizo mambo zilikuwa zinasumbua sana. Okay. So ikabidi nikaambiwa nivae specs. Okay. Nikapelekwa hiyo time nilikuwa nimefurahi zaimo na vaa specs. So unajua nilikuwa naona inakaa poa kukuwa na specs. But after some time alafu specs zangu zilikuwa zile za kamba, sasa sikuwa nazipenda. So nilikuwa nikachoka, nikafika mahali siku nyingine nikaenda kwa pastor wa auntie yetu. Okay. Sister ya mom kwenye alikuwa anaenda church, kulikuwa tunaenda hiyo church sana. Kwa hivyo siku moja tukaenda kwa ofisi yake tukaongea, kaniombea. Okay. Mimi kutoka hiyo siku nikaamini nimepona. Nikaenda nikaambia mom mimi sivai specs tena. Nikazitoa. Okay. Nikapona macho. Hapo nilikuwa class 5. So by that time sasa macho na ikakuwa iko sawa. From that day nikaacha kuvaa specs. So si unaona sana niko class 5. So tukaendelea normal. Ni mahona. So nidatiga kuwekera specs niko sawa naona. Na kutoka ile time ulikuwa uliacha kupewa hiyo nini asthma haikuwa affect tena? No, hata sikuwa ipata hiyo attack. Sijikumbuki nikiwa mkubwa nikiwa na asthma attack. Okay. Ni tu hizi mambo ya kuna baridi nini but haijai kufika ati sasa ni asthma attack, unajua haijawahi kuwa hivyo. So tukakuja hivyo tukaenda class 8, tukafika class 8 ndio hiyo tukafanya exam. Nikiwa class 8 kwa hivyo nikiwa shule nilikuwa nakuwa number 1 2 3 1 2 3 hata sana 1 2 nikiwa class 8 nikaenda kufanya class 8 shosho yangu akapass. Okay. Mama ya dad. Na sikuwa nafikiria hiyo kitu imeni affect but tukifanya exam ilikuwa hiyo term ilikuwa the first term. No ilikuwa ya mock exam ile ilikuwa inaambiwa mock ndio ujue kwa index number ngapi. Tukafanya hiyo exam. Kufanya hiyo exam nikakuwa number 3. So ndio nikajua ili ni affect, hata teacher akashangaa sana. Ukiwa number 3 imekuwa what? Hadi akaniita akaniambia ni nini, so nikamuelezea. So nikajua sasa unaona ni exam inakuja ya class 8. Sa after hiyo at least nikaenda na nikafanya exam. Okay. Haikuwa mbaya. Nilisomea shule nyingine inaitwa Ndorarua Primary. Okay. Kuna toa daigerire class 4. Okay. Kwa toa thomithagio na Gikuyu. Hata kama sijui vizuri ni venye nilikuwa nimetoka Parklands Primary. Ulitoka Real Madrid ukaenda
nikaenda gani? Acha niache kuitaja. Imagine. So tukatoka sasa tuliendanga Ndorarua. Okay. Sasa tulifika Ndorarua hata sikuwa nimekwambia. Umeshaingia class, kila mtu anasimama juu kuwaona. Ilikuwa inakaa aje? Si unajua hizo shule zenye watu waendangi na viatu ama at least uko alikuwa na viatu, lakini tunabeba maji ya kuosha class. Hiyo si ni normal? Wapi? Tulisoma hivyo. Ndio nafikiria ni normal kwa watu wengine, hiyo si normal. Si ndio? Unabeba hiyo. Okay. Kulingana na ile shule ulikuwa umetoka. Exactly. Kulingana na hiyo hii. Ilikuanga hiyo shule. Okay. So ni topic ni subject iliko madhamana Kikuyu ama kulikuwa na subject ya Kikuyu? Hakuna subject. Hesabu mwalimu ni venye sema zingine unaweza sikia ndio muelewe. I think anaona muelewi akari ya Kikuyu hanini. Aya. Hiyo ni serious. Sasa ndio at least muelewe. Ate 1+1 ndamwira niki. Ndaigane. Jokerai ni tu. Hivyo. Sasa alafu tuko huko tulikuwa na hopes tutatransfer. Hiyo time hatukuwa tunapenda Ndorarua. Na ile kitu ilifanya tuende Ndorarua, mama aligonjekanga. Alikuwa na brain tumor. Nini akafanywa surgery. Tu mambo. Sasa ikafanya tutoke hiyo shule. So after amepona sasa tulikuwa hopeful transfer. Lakini haikuwa so nikamalizia huko class 8. So ulifanyia class 8 huko? Ndorarua, yes. Okay. But I see regret. Yeah. Wagireke? Dagire 365. Out of 500. Ulikuwa umepita. Kwa hivyo kama ungekuwa unasomea huko ungepata 400 because hata nilikuwa nachezea huko hizo marks. So kulingana unajua na shule kulingana na marks zangu kwa mwenye yako Ndorake na kigeranio ndokare onage koyo kogo modoria we etagwatia modoria we private wa 400 tuko same. Ndio. So hata ile shule tulikuwa na watu wao walipata 400. So ikamaliza nikaingia high school Kijabe Girls. Okay. Nilisomea Kijabe Girls. Siku ya kwanza nilienda Kijabe Girls nilikuanga na stress. Kwa nini? Sababu tulienda na mama na dad wakaniwacha, sijui mtu hata mmoja. Nilikuwa nasikia nikiwa lost. Alafu mimi nakuanga social anxious. Niko na social anxiety. Kukuwa na mahali ya watu sijui, sikuangi the best. Okay. Sijui kudeal sana na hiyo situation. So venye tulifika nilikuwa nasikia vibaya. Hata nilikuwa contemplate niwafuate. Mimi nirudi. Usokania na. Lakini nikaingia, sasa nikaanza high school, nikakuwa sawa nini tukaendelea. So high school ilikuwa normal. Nilikuwa hivyo at some point nikakuwa prefect. Okay. wa games. No, imagine that prefect wa games. At least yake ndio okay. Na captain wa inaitwa handball. Okay. Yes. Kwa kaendelea hivyo and then nilikuanga tulikuwa na department nyingine ilikuwa inaitwa catering. Okay. Sasa ndio tulikuwa tunaangalia guests mageukai shule. Wenye walikuwa nakuja tuseme weekend challenge nini hiyo. Sasa na watu wa Sunday tunapikia chai nini hiyo department. Okay. So shule nilikuanga that kind of student. Wale mwili tumwega. Like tugeugwo. Roma. Alafu naamenya we bright you can get away with so many things. Very true. Kogo maundu maingi no korwo chiki no get away with it. Uona wathi high school ndo ashokire na thutha bado niko hivyo. So tukasoma tukafika sasa form 4. Nikafika form 4 tukaingia Januari. February kufika hivi nikaanza kukua mgonjwa. Nilianzanga tulikuwa na class. Tulikuwa na class ya French. Tukaenda class ya French cha kukuja. Okay. Kukosa kukuja nilikuwa nasikia na feel funny. Tukienda kutoka nika faint. Na ujai faint tena? Sijawahi ever. Kufaint nikashindwa kumeenda aje. Haya tukaenda class, tulikuwa tena na class ya Kiswahili double lesson. Okay. Kwenda bado nakaa na faint. Funny thing hizi classes zote walimu hawakukuja, hawakuwa in. Sorry. So
hawakuwa. Kwa hivyo nilikuwa hakuna mwalimu. But sasa na feel vibaya nikitembea na faint. Nikaenda jioni, nikaenda dispensary. Okay. Dispensary nikapewa dawa nini. But nikakuwa saa siko sawa. Kutoka hiyo siku Saimo. Kwa hiyo month sasa ilikuwa Feb, nikaanza kukua na faint. Naka nimeketi na faint, nikitembea na faint. Kitu yenye je kuwapenia tena. Haikuwahi na sikuwahi kwa ati niko na aka shida. Ilianza all of a sudden. Wendi hosi. Sasa unajua venye walimu shule wanapuzanga kwanza mambo. Wakaona haishi, wakasema niende Kijabe Hospital. Okay. Nikapelekangwa Kijabe Hospital. Kwenda venye tulienda, huyo daktari akaniangalia akaanza kuniambia ati kwani uko na stress ya exam. Nikamwambia stress aje, hata tuko Feb. Sasa hata tufikirie exam bado. So akanipatia madawa. Na nakumbuka hiyo siku I think alinipatia madawa zile, unaona zile zinapeanga watu wamechizi. Kuna tablet ziko hapo, watu wamechizi wanapewa zinawafanyanga wa calm na wanalala sana. Kwenda tu tablet. Yes. Sasa hiyo time siku anajua nizo dawa. Haya, tukarudi, tukakaa, siku hivi sawa. So ikafika mahali deputy waka decide waite mama. Na sasa venye umeenda hosi umeambiwa shida ni? Hawajasema. Si tu ameniangalia, I think sasa akafikiria ni mental ama psychological. Okay. Ndio maana akanipa hizo dawa. Alafu unajua kwa student, unajua tu uko shule watu tu wanafikirianga that is the only thing, lazima ukwe una stress chini na kusumbua, hautaki kukaa class. No, we maudo masioi. Sasa hivyo, I'm very sure that is what alikuwa anafikiria. So hasikuambiwa ati hii ndio shida. Kwa hivyo mama akaambiwa nikujie. Akanikujia, tukaenda home. Venye alinikujia Saimo, mama aliniona, hata alitoa machozi. Cause nilienda shule nikiwa sawa. Togevi how administration na kujakaa nimeshikiliwa. Siwezi tembea peke yangu. Alisikia. Kogo dige work day ka. Kogo leo dare na bodyguards. It was that serious. So my friends, they were really helpful. Aso niyo nitagirira. Makajikira maudu. Leo direkiro maudu. Nitadi omodo leo mara uyu ananiofulia, uyu ananipanguzia viatu, uyu ananiletea chakula, yani hivyo. But sasa unaona hata hiyo ni a lot on them till kuna kusoma. Kwa hivyo mama aliniona, alitoa machozi. Akakuja tu, lakini mamangu ni wa kujikaza. Hakuacha nimuone, sasa aliniambia. So akakuja, tukaingia kwa gari, kwenda hospitali. Daktari akasema ati nikapimwa damu nini, akasema niko na typhoid. Na akasema iko juu, hiyo ndio maana una faint. Nikapewa dawa za typhoid. Genywa dawa. Alafu ilikuwa inakaa ni kama inaenda kukua sawa, inarudi. Unaona hii? Kwa after nimekunywa dawa unaweza sema sasa nimepona, imeenda chini, imeacha kukua. Okay. Vibaya. Nikarudi shule. Kurudi shule sikukaa tena. Faint. Hadi tuekeradhi, mwalimu wako pale anafunza, nimeanguka, napelekwa nje. So sasa ikakuwa hata sana saa nyingine siko class, niko dorm. Na ukienda home hii story inakuhapenia? Yeah. Kuna hata watu sasa ilikuwa inanihapenia hadi nimeketi hivi. Unajua hata nilikuwa nimeketi hivi na faint. So mama alikuwa ameiona sana. Kuna wageni walikuwa wamekuja, sema wanakuja kutembea. Kuna mmoja alikuwa amekuja. And then sasa nimeketi nikafaint, akastuka. Huyo mgeni. Sababu acha hiyo na hivyo. Mama akamwambia, usijali, ataamka. Atakuwa sawa. So mama ilibidi ajipa nguvu todo. Unaona inashinda ina happen na ni lazima hata yeye encourage. Kwa hivyo alikuwa sasa anajipea nguvu hapo nikiwa. So ile murimuri wewe toa ina gutigwo asa kogo typhoid. Unaona hii? Kwa sababu ijaisha. Si nimerudi shule, ikakuwa saa tena nirudi home. Saa nipelekwe tena kuangaliwa. Gethi leo kororwo mutwe. Ka kuna shida anything. Gehorwo bisha.
MRI, nikafanywa ECG, EEG, hizo everything. Ile ya kuwekwa waya hiyo nikafanywa hizo zote ndio waone, nikafanywa ingine ya kuangalia nerves. So ndio one kama hapo kuna shida. Haya, kwanza venye nilifanywa kichwa haikuoneshana really something very haikuwa na tangible results. Nerves nikaoneshana ni kama niko na shida ya nerves. Kuna vile nerves zinaleta shida. Okay. Sasa nikapewa dawa. Alafu hiyo wakati ule nilienda kuona neurosurgeon. Akasema ni seizure. Napata seizure. But at the same time ujue, sasa nilikuja kujua vile nilijua hata yeye anaona ni kama niko psychological, niko na shida psychological. Kwa hivyo hii time yote hata nikienda hospitali wananiuliza alafu sasa hizo form 4 when sijasema dada alikuanga mgonjwa. Alikuwa mgonjwa for quite some time. Alikuanga amekuwa mgonjwa, but sasa hii nikiwa form 4 wewe alikuanga mgonjwa. Okay. Alikuwa hata anakaa nyumbani, alikuanga ameenda hospitali amelazwa. Kuna time dada alikuanga hata Mathare. So mama kona stress yako na ya dad. Yeah. Na haya. Sasa kona stress yangu na ya dad. Alafu sister yangu our firstborn pia akagonjeka. Sasa yeye pia ana faint. Wow. Sasa hawa ni watu watatu. Si wote tuko wagonjwa. Kwa hivyo venye nilienda hospitali huyu daktari ananiuliza nini. So kwa hivyo wanafikiria maybe ni story ya dad inanisumbua. Ndio maana niko hivyo. Yeye alinirifa kwa psychiatrist. Okay. Nikaenda hiyo time sikuwa najua ni psychiatrist. In fact mimi nilijua ni psychiatrist nikiwa afterward nilikuwa mkubwa, nikaona hiyo jina nikamkumbuka, and then nikaona huyu alikuwa psychiatrist. Ndio nikashikanisha zile maswali alikuwa ananiuliza ni kama hizo. Si vile za how are you? What is your name? Email address yako ni gani? Nikampea email address yangu inakuanga na 8. Kaniuliza mbona number 8? Sasa unajua wanakuwa na uto tumambo. So wanajaribu ati kuevaluate ni nini shida. Sasa siko sure hapo, hata nafaa niulize mama sasa huyu alisemanga aje. Sababu unaona hiyo time sikuwa najua cause huyu wa seizure neurosurgeon ndiye alinituma kwa huyu ndio niangaliwe. Okay. So at some point nilikuwa ninapata ni kama attack, and then si breathe, siwezi ku breathe. So ninaweza faint, and then saa zingine nakuwa niko na kama attack. Si breathe nini, nashindwa ku breathe. So kuna time huyu daktari nikalazwa hospitali wani evaluate. I think hapo ndio sasa hata usomi. Sisomi, niko nyumbani sasa. Siko shule. Okay. Sasa tu ni my investigation za health. Wakaangalia. Huyo akasema huyo sasa ndio alisema angaliambia mom anadhani niko na story ya dad inanisumbua. So anadhani ni hiyo ndio inanisumbua. Haya, sasa mama nikapewa dawa zingine, strong painkillers na zingine hizo zenye nakwambia. Lakini hakuna za watu nikawa wamechizi. Unaona? Kichwa saa zingine. Unaona? Todo kwena hedi daiguaga kichwa nasikia kizunguzungu gagwa. So kulikuwa na hizo mambo. I think alafu hapo kwa kuanguka togore maybe da guthirwo hado, but I can't remember atire ugeguthwo agiona handa guthwo. Ukigwa ringi ukiguthwo? No ndiraona. Kwa sababu sasa no menya daktari wakishindwa ku explain what chenye uko nacho wanaanzanga kufikiria inaweza kuwa hii. Exactly. Kogo niko ajirie kuuga. Kogo makiuga ni psychological. Gisoka sukuru ru mama kiona atiriri ndirathoma ajokie musie ashukuru goro kuu ru mama ngiga wacha aende shule akae huko hata kama akiwa huko at least ako shule. Nikapelekwa shule, nikarudishwa shule. Sasa uje sasa tuko huku ni kama sasa tuko second term. Nimerudi shule tukafanya. So hiyo term yote hujasoma? Sijasoma. Kutoka Feb sijasoma. Kwa hivyo ujue nikikwambia high school form 4 mara zote zikiekwa pamoja nilikuwa shule like 2 months.
What? Yes. Just 2 months. Yeah, na si only January nilikuwa sawa. These other times zenye nakwambia siko sawa. Nizo za kuanguka, nikikaa kwa dom, nini. So nikarudi, mama kanirudisha. Tukafanya exam. Alafu sasa hapo watu wa my classmates. Unaona watu wenye walikuwa wanajua, wanaona wewe ni a brilliant girl. So mtu anajua, kuna msichana tulikuwa tunafanya na yeye French to Ariado for people. Wengine hawakufanya French. Huyo akasema ati, so after tumefanya hiyo mock exam tena, hii mock exam sijui ilikuanga pia ilikuwa inaniletea shida. Every time hata kunaenda kuwa na mock exam, kuna kitu inakuwa. So unaona nilikuanga hapo siko sawa. Kwa hivyo by the time tunafanya mock exam sikuwa at my best, but nilipatanga C+. Na nilikuwa number 8. So hata wakaniambia nilikuwa najua tu utatushinda. Ulikuwa sharp. God alikuwa amenigift na hiyo. Ugewa mafuku also niko nayo. Nina shikanga mambo haraka. Okay. Kwa hivyo tukafanya hiyo ikakuwa hivyo. Tukapita. Haya. Tukaenda third term. Tukiwa nyumbani August. September kufika baba yangu akapass. Na sema yote dada kipass. Ili nisikiza vibaya sana kwa sababu nilikuwa mgonjwa, sikuwa ienda kumuona hosi na ilikuwa inani affect hiyo time. Na nilikuwa nimeamua sasa nitaenda kumuona hospitali, at least nitoke kama nimeenda, because nilikuwa naona maybe anaona anadhani sijali. Unaona? But wewe alikuwa anajua wewe ni msika. Unajua dada alikuwa msika hadi hakuwa he was not mentally okay. So angejua hata hakuwa ananikumbuka. Hakuwa ananikumbuka. Hata alikuwa anaita brother yangu. Brother yake. Anamuona anamuita huyo brother yake. Masalia. Okay. Watu walikuwa anajua, alikuwa anapenda sister yangu hao wawili. Mama yake. Sasa si sister yangu amenemiwa mama yake. First born. Alikuwa anambia huyu angemsahau. Na sister yangu mwingine. Hao alikuwa anawapenda. Mimi anikumbuki. Sasa wewe utaka Masalia. Asa brother yako ndio weta Masalia. Na joke. So nilikuwa nasikia yako ka guilt. Naona enyewe pengine. Alafu wao walikuwa wanaenda kumuona OC. Wameenda, so naona ati anaona mimi sijali. But ni venye ulikuwa msik sasa. Exactly. So anajua niko msik but I understand. Alikuwa we msik. Dada alikuwa msik, hakuwa anakumbuka mambo, alikuwa anakaa nakataa kukula. So health yake ilikuwa imeenda chini sana. Kwa hivyo sasa hii siku akaenda hospitali, alikuwa hospitali akapass 4th. Mama akaambiwa amepass. Nilisikia guilty na uchungu sasa. Sasa nashindwa hizi ni gani sasa? Ni mwezi wake September. Ukuhiriwe kakera. Ni kekera ni reo nike kuhiririe. Nona ukahito kama. Ure. Sasa dad mambo tukamzika. Nini so niko nyumbani sisikia hata kwenda shule. Matron. Chaplain wetu mwenye alikuwa pia matron akanipigia simu. Kaniambia Ann, I know you are a brilliant girl. Kuja ufanye exam. Exam ya? KCSE. Si sani time ya KCSE si imefika. Na uje kukienda shule? Sasa utafanya aje? Sasa kaniambia yeye alikuwa na high hopes in me. Akasema, alafu kuna watu walikuwa naambia mam nirudie. Asema hajasoma, wacha tu arudie hiyo class. Lakini hata yeye mam alikuwa amesema hapana sirudi. Na hata mimi sasa ungeniambia nirudie tena high school. Wewe high school wewe? Tanikalipo siwezi rudi. Exactly. Mimi nilikuwa nimesema acha tuende tuone saa outcome. Baadaye tutaongea. Koko gethie. So after amepiga simu nikaenda shule. Sasa umeenda kufanya exam. Kwa sasa zimefika, zilikuwa tunaanza hapo October. Na practicals nini.
tukaenda time exam pia nina faint. Tuko exam room. Na faint. What? Nimetolewa nje. But nikafanya. Imagine nikafanya hizo exam. Tukamaliza exam. Na at this juncture naweza taka sana kushukuru wao marafiki wangu kwa sababu walikuwa wananisaidia sana. Singeweza kukopa peke yangu. Cause unasikia nilikuwa ninaenda kama nimeshikiliwa. Imagine saa mtu ameachanika maisha yake, anaishi maisha yako. Kwa hivyo walinisaidia sana. So tukamaliza exam, kaenda nyumbani. Bado mimi niko na ile shida ya kuanguka. Si sasa results zilikuwa zinatokea the next year hizo siku. So at that point ulikuwa una feel aje? Ni kama uko na hope ama una feel motuleo akwandra na washejirie ama ulikuwa tu sawa? No, one thing also nilikuwa ninajua. Mimi nilikuwa nimeambianga Mungu, hii situation ikupatie glory. I pray hii situation itakupea glory. Kwa sababu nilikuwa ninaona, nilikuwa naona yes napitia hizi mambo zote lakini ndani yangu nilikuwa ninatumainia sana Mungu atanisaidia. Kwa hivyo nilimwambia specifically hii story if nothing ikupatie glory. Kwa hivyo sikuwa nasikia. Hivyo sikuwa na feel kama niko hopeless nini. Ni venye tu nilikuwa nataka kupona. Nilikuwa nataka kufeel tena venye mtu anasikianga kama amepona. But ulikuwa unasikia huko venye ulikuwa? Ile time moja nilisikia ni kama sasa hizi ni gani ni after dada pass. Ndio nikashindwa amepass naenda kufanya exam. Surely ile time tu naenda kufanya exam at least ngingojea nifanye exam. Kwa hivyo so tukakuja siku ya results hata ni mama aliambiwa. Aliona ndiye alituma kwanza code. Akanipigia alafu hata mimi nilikuwa I think nikatuma. Kuona nilikuwa nimepata B+. Ati B+? Unajua mimi nilisoma whole year na sikupata hiyo. Sikukosa hata. Wewe ulipata nini? Siwezi sema. Unataka watu waanze kuunsubscribe na venye najifanyanga mwerevu hapa. Ala, imagine. Nilipata B+. Yani hapo ukiwa dem hiyo ni grade 50 sana. Ilikuanga yani wewe ulikuwa genius basi. Nilishukuru Mungu, yani nilifeel Mungu, yani ni God. Saimo ni huo ni Mungu. To be honest ilikuwa Mungu. Na ndio nikwambie unaona vile niliambia Mungu hii story imletee glory. Wenye niliendanga shule, kuna tulikuwa tumeenda shule. After hiyo sikuwa tunaenda kurudisha vitu ama kitu. Mwalimu mmoja akaniambia ati walikuwa wananiita Kimemia. Mungu wako makeruta weira. Walikuwa wamefurahi. Mwalimu wa math anasema hadi mwalimu Kimemia. Yani ulipiga ukiwa hivyo. Wewe acha hizo. Hizo ulisomea wapi sasa hizo za nini? Ndaikorokagerio. Uko na mura ikakwira. Gero unajua ile CAB ni formula. Na ukiwa home huko unasoma? Ni kidogo sana kwa sababu bado niko mgonjwa. So mama alikuwa anajaribu, kuna tema alikuwa amejaribu kunilipia katushon kako hapo, lakini sikuwa naenda sana. Hata uwezi elewa. Yani nilikuwa tu niko. Kwa hivyo mimi siwezi sema ni effort yangu hata kidogo, ilikuwa God. So nimepata hiyo. Sasa tunangojea kuitwa campus. Sasa nangojea naitwa wapi nini. Lakini okay, nilikuwa that time nikaitwa UON. The university. Ni siku hizi wanatuaibisha. Niki. Ndio igwete sifa mbaya. Sasa nisiongee sana. Ongea tu. Lakini usho timurogamo wako amoreli. Aona ti wako. Ni wako ndio rali. Ni wa headlines. So lakini UON tulikuwa tunakaa nyumbani a whole year before join. So uliitwa UON? Kwa hivyo after umeitwa unakaa. Hii mwaka niko nyumbani. Sasa kwanza hadi wachana tu na kuanguka. Sasa hata sitembeangi kabisa. Nikaanza kwa sitembei. Nikinyigiwe kama goro. Ule ateni nerves, mgongo spine iko na shida. Kwa hivyo naenda kaa nimebebwa. What? Niko na sister yangu anakuwa na kamweli kadogo.
kananguaga Hilo. Usimwone hivyo. Ni kadogo na negasogu. Si watu wanajua sister yako online. Karema Lilo. Ako kamwili. Kana nguvu kale. Okay. Alikuwa ananibeba. Okay. Ananipeleka. Iko serious hivyo. So sasa tembei nikaanza kwenda laser treatment. Ingine unafanyangwa ni kama masindano. Therapy kana. Iko uchungu hizo masindano. Kwa spine ama? Kwa spine. So inaenda sessions. Na sessions ilikuwa very expensive. Session imwe, I think hiyo nini ilikuwa 30,000. Yeah, I think so. Kididate, lazima itabaigana. Augete, niabethi like kwanza 3 sessions. Alafu kufanywa evaluation tuone. Unajua hiyo ni attack, hiyo si nini. Exactly todo. How can you explain hizi vitu tu zinatoka wapi? Ukienda kufanya exam umeitwa kampo imekuja. Hata tuanze nikiwa mtoto nimeanza kugonjeka. Haya, nikapona by faith. Asthma. Kidogo tumekuja. Nikienda kufanya hata exam ya class 8 surely. Shosho amekufa. Shosho wanyonia kuwa. Iyo. Wasoka watoro. Ulikuwa unahitaji hiyo shule? Si niko class 8. Niko bado hiyo Ndurarua. So tukatoka high school. The whole of kutoka form 1 hadi form 3 sijakuwa hapana. Form 4 ndio imekusumbua. Sijakuwa na mambo, ila kitu moja nilikuwa nayo nikiwa nilikuwa na lump. Hiyo siku nilijua niko na lump kwa breast. So kuna time watu walikuwa wanakuja kufanya evaluations. Nikajua but nikaambiwa serious. Si cancerous. Unajua inakuanga hivyo, is it benign ama mali? Yeah. So ilikuanga haiko cancerous. Okay. And then hizo sikuwa naijua jile iko inanisumbua. But sasa unaona imeanza hizo imeanza. And then sasa class 8 form 4 ndio hiyo mambo. Ndio hiyo dada amekufa. Na bado ni msiki. Umeitwa UN. Ndio huu sasa. So utaenda. Stembei. So pengine sasa inafikiria ikifika 6 atembea. But at least hii mwaka mzima ninafaa kuwa home. Ndio niende the next year shule. Usaimo unajua nilikuwa before nimalize hii treatment ya laser. Sababu hiyo ndio nilienda afterwards. Kuna wengine nilikuwa nimeenda. Mimi nimeona hadi madaktari wenye unajua huko umeigua gae koyore. Nimewaona kuwaona. Madaktari wako majina. Yes, known doctors. Okay. Sasa before tumalize hii treatment, I think nilikuwa nimeenda 2 sessions. Unajua siku moja niliamka nikaanza kutembea. Miracle. Hata daktari yako anaamini. Azini ulikuwa umekaa for how long? Nilikuwa nimekaa I can't remember quite how long, but when nilikuwa nimekaa. Azini jana ulilala bila kutembea. Unaamka tu. Nikasema hebu acha nione. Natembea. Mama aliniona akaniuliza, "Ani ni wewe?" Kai. Nikaanza tu kutembea. Like uone hata shetani akileta attack, Mungu pia ako. Naona ha give up. So nikaanza tu kutembea. Nikatembea na nikakuwa sasa ninatembea. Hata daktari hata yeye alisema it's a miracle. True. So ndio hiyo mambo yenye nakwambia iletee Mungu glory. Ni kweli. So every time it is hard on me, but the fact that Mungu anapewa glory, hiyo ndio ilikuwa inanipea nguvu, Saimo. Okay. So nikaingia campus. Kuingia campus, hata first year tena nimeanza kugonjeka. Nimeanza kufeel ile faint tena. Na faint. Kwa hivyo sasa niko campus. By the time tunafanya kuna exam sasa si kufanya, ikabidi nifanye special exams. Ukikuwa hujafanya exam, ulikuwa unaifanya the next year ikiwa special. Alafu hiyo time mwenye alikuwa dean, hiyo time alikuwa amekataa. Sijui sikuenda class, sijui nini. Hiyo siku tulienda na sister yangu firstborn. Alikuwa amekasirika. Anashindwa kwa nini wewe anafanya nisifanye exam. Nakwambia, tuliingia kwa hiyo ofisi alikuwa amewaka. You know she has been sick. Kukuwa na sisters ni vizuri. Wanaweza kupigania. Sana. So tukaenda. So
akakubali sana nifanye exam. Alikuwa amekataa. Okay. Na unajua akikataa ingemaanisha nirudie. Nikafanya exam. But sasa ilimaanisha ili carry forward. Every exam nilikuwa nafanya special. Kufika third year tulikuanga tunaenda, sisi nilifanya geology. Geology ni kusoma mawe, earth, maji, hizo mambo. Sasa tulikuwa tunaenda field work. Mkiwa second year mnaenda field work ndio mwingie third year. After third year hiyo holiday mnaenda field work ndio mwingie fourth year. Sasa third year si ndio tuende field work. Unaona niko na special sijafanya, niko na exam sijafanya. Sana tumeenda field. Si mimi najua tutakuja January fourth year nifanye alafu tuendelee. Kuenda kwa field work. Nimeenda, tulikuwa tunakaa field work ilikuwa ngumu. Sasa mnaenda kufanya nini kwa mawe? Kutafuta mawe, sample, kufanya mapping, kumap the geology of the area, kuona ni mawe gani kwa huko nini hivyo. Kuna mahali mlipata gold? Hatukuenda kwa gold. Kuna by the way. Wapi? Ukachimba. Kuna kitambo kuna watu walikuwa wanaenda huko kwa gold. Si huko Migori kuko gold. Huko niliona watu wakinini. Migori kuna gold. Watu wao wana nini? Ai, ni kweli kabisa. Unataka niko introduce? Nini wewe? Nione kando. Tuomoke hapo. Si ndio? So, tukaenda field work. Tumeenda 3 weeks. Tulikuwa sasa tunamalizia. Tuko karibu kumalizia. Chairman wa geology akatumana. Akasema nitoke field work na niende nimuone. Na sasa hiyo mko wapi? Tuko Kajiado. Okay. Sifai ati huyo hafai kukua hajamaliza third year. Sijui anafanya nini kufanya unit ya for the year. Sababu hizo field work zilikuwa a whole unit. Kwa hivyo ilikuwa unit ya for the year. After mmesoma, sasa mtaandika report. Okay. After mmeenda field. Kasema huyo hafai kuwa huko, atoke. Anakuja nione kwa ofisi. Mimi nikatoka nikakuja. Nikaenda akaanza kuniambia ati Wangare, you think you are in Wangare University. Wow. You can do what you want. This university has rules. You see this book? These are the rules. Hizi ndizo rules tunafuata. Hii sio Wangare University. Kwa hivyo, kama haujamaliza, field work haujafanya. Kama hujamaliza units za for the third year, hauendi for the year, hautafanya. Mimi nikamsikiza tu, nikamsikiza, nikamwambia okay, ni sawa. Kutoka hapo nje, kulikuwa na lab technicians. Mmoja wao akaniita, akaniambia ati kumeendaje? Nikamwambia amesema sasa niache. Kusema guy, ungembeg. Ufanye, unajua nini? Ungelia hapo kidogo. Nikamwambia hapana, mimi siwezi fanya hivyo. Hivyo ndivyo ameona vizuri, sawa. Mimi nikaenda. So hii ilimaanisha siwezi ingia for the year. Na ikamaanisha kwanza sasa ningoje au amalize. Nifanye sasa ikabidi ni defer a whole year. Nikakuwa sasa siko shule. Na kulienda hivyo. What? I deferred for 1 year. Na iliuma hadi unajua mama hadi alikuja university kuona huyo chairman. Akasema hata sijui aliambia niambia. But si kurudi, nilidefer. Nikasema okay, sawa. It is okay. Nikadefer, nikaenda, nikakuwa siko shule. But imagine hiyo class yenye nilikuwa na wao. So unaona ilikuwa a whole year ni kwa nyumbani wamalize niingie the next year. Funny thing, kulikuwa na mgomo. Kwa hivyo hawakumaliza ile time walikuwa nafaa wamalize. Waligoma. Okay. Shule. Mungu so Mungu na mimi aniachangi na mimi hapa. Adui zangu akiamka na yeye anaamka. Kweli. Kwa hivyo wakagoma, wakakaa nyumbani. So by the time walimaliza, waligraduate, wakamaliza and then wakakaa nyumbani. So hawakugraduate, walikuwa graduate. Waligraduate September. Sasa mimi nikakuwa nimesoma for the year. Nika graduate December.
Okay. So hatukuachana. Like nilikuwa na whole year nyumbani for real, si kuenda shule. After exam nikakaa wewe nikingojea. But nashukuru Mungu within hiyo 1 year hata nilifanya vitu hivi za geology kadha zenye zilinisaidia. Kulikuwa na unit ya kuchimba maji. But then ninafanyanga mambo ya kuchimba maji. Nilileta kwa Jeroma mai. We niko serious? Haya, wewe utaniambia nafanyanga hizo mambo. Najua kupima na pia kuchimba Ala. So hapo ndipo nililani hizo mambo. Na ilinisaidia sana kwa sababu kulikuwa na whole unit inaitwa hydrogeology. Nilipata So ilinisaidia sana hata hiyo kukua nyumbani. Okay. Yani Mungu anawakingi na mambo zake. So tukakaa nikamaliza nikapata second class hapa. Okay. Exam. Si tumemaliza form 4. Form 4. Campus. Tumemaliza. Tumekuwa sasa nyumbani nini. Ndio nikwambie, unaona hiyo mambo ya pattern ya attack imekuwa ikikuja kukuja. Hata after nikapata job. Job fulani. Job fiti. Hiyo job nilikuwa naitwa manager. No sa imodakire hagwo ngiri 20. Ni manager sasa mtu wa kuosha. Nilikuwa peke yangu. Nilikuwa the first na niwe manager. Ni mimi manager. Business development manager. We? So ulikuwa unaandika watu na nilifanya mimi nilikuwa HR, nilikuwa admin, nilikuwa kila kitu. Nilikuwa manager, yani nilikuwa kila kitu. Ndio ni ile kazi unasikianga mwenyewe amekuwa anaweza kuambia sasa. Sio tutakuja hapo. Ni fiti juu unajua kuna watu wana nini? Wanamaliza shule na hawana kitu ya kufanya. And then hiyo time nilisema sitaangalia pesa. Nilisema nitaangalia an opportunity to grow. Kama kunaweza kuwa na growth, unaona? Nikasema hii pesa iwe na ilikuwa kidogo kuzinafikiria fair. Nikue alafu saa hizo saa niko kwa mam, alafu kwenye tulikuwa tunakaa, kulikuanga kuenda usiku ilikuwa hatari. Sasa niwende mapema ndio hiyo fair. But mimi nikamwambia hata huo umeshaona mtu anakufanya interview nikaa na kupima. Kaambia will you take 20,000? Hakukuuliza unataka tukulipe pesa ngapi? Will you take mimi nilikuwa nimesema nataka at least 50. Akiona hizo ndio tosi ya mudhenya. Akaniambia right now company ni kwanza inaanza, unaona kama unaweza take 20. Nikamwangalia mkono huyu ananipima, sawa. Kaambia kaniambia uta take 20,000, kaambia Kasema okay sawa. So hapo nilianza hivyo. So nikaanza nikiwa job. Unajua hata huko kazini bado nagonjeka. Siku nyingine niko kwa ofisi, tulikuwa kwa working space na watu wengine sawa kampuni zingine. Leo de wera oyo ni mimi tu employee. Alafu ore wale MD hako in the country. Alikuwa ameenda. Kwa hivyo niko peke yangu. Nikiwa huko nika faint. Si walistuka. What? Sasa kwa sababu wao wajui history ama kitu nimeshaifaint, hawajawahi niona. Sasa wanashindwa wafanye nini kupigiwa simu. Unaona sasa hii kitu inanifuata hadi job. Huyo akapigiwa simu kama yuko in the country, akaniongelesha what is wrong nini, kaniambia niende home. Kwa hivyo sasa niko job na ndio hii iko hapa na mimi inataka kunimaliza. Haya. So tukaenda hivyo, hii job tukaendelea, tukakuwa na watu wengine. Sasa gemekithia interview. Alafu adware urekithia interview mako kama kare huo kukira. Na si ukatae? Wanalipwa domi kuliko. Si ndio? Si tuseme tu ukianza mambo unanga mengi. Jua kikuja ni wewe una expect ulipwe donga. Actually wewe nawe ramera musharo ya makule hokana. Kwanza nauliza. But hata nimeshaambiwa hii role italipwa hii pesa. Pesa ngapi? Hebu nielezee hapo. Kama 70,000. Na wewe unalipwa 20. Na si umwambie. So hapo sasa nilikuwa nimeongezewa, sasa niko 35. Na mtu mwingine anakuja na analipa 70 na wewe ndio umeanzia hii nini? Kwanza ni mimi nimemfanyisha interview. Kwanza ni mimi nimemfanyisha interview. Hiyo si fair. Unajua mimi nilifanyisha interview hadi mtu mwenye alikuwa akuje akue
manager, like overall manager. We. Lakini nyuma ndio najuanga hii mambo yote inani prepare. Sasa nitakuonyesha. No akoragwo na wetereri wa iguru muno. Ai. No meru onaga matunda hapo mbele. Ni kweli. Ilikuwa inabidi. So unasikia hao wakakuja, but sasa after kwanza venye hao walikuja wanasema nalipo hivyo. Hata mimi nilisema niongezewe. Ndio ndogia meri leo rali. Ona unalipwa domi. Ai, kwanza hao wanadhani nalipwa. Ai. Mimi nachezea dhirichwani saa hii. Ro ukiniona venye navaa wewe. Ai. Okay. So sasa tumeenda hivyo tukagrow nini. Sasa tukiwa huko tukiwa hivyo hii attack inakuja ikienda. Ukumbuke hii attack ilianza tuko like how many years afterwards? More than 5 years. Okay. Bado ile ilianza nikiwa form 4. Inarudi. Inakuja inaenda, inakuja inaenda. So saa hii inakuja in the form of na faint. Mara nimeenda hospitali, nimeambiwa niko na PCOS. Unajua PCOS? PCOS inakuanga polycystic ovarian syndrome. Inakuanga unakuwa na some cysts kwa ovary, na watu wengi wenye saa zingine wanakuanga na hiyo mambo, anaambiwa wangu ni ngumu kupata watoto nini. Wa? Yaani unalelewa stories za kila aina. Ndio uko makawero huo. Ni lakini gwele kuna kitu moja. Unaona trusting God. Kama kuna kitu Mungu amenisaidia ni kumtrust. Ulikuwa na faith. Yes. Ongelea witikio. Pokea in Jesus name. Kwa hivyo haikukushtua ati vile ulikuwa unaona tu. Haikukuwa ati sasa naona hii maisha yangu imeisha sijui nini. Mimi najua chochote inakuja itaenda. Ukiwa na PCOS unaweza ambua ni ngumu kupata mtoto na hizo mambo inakuwa na tu mambo wewe. Watu wa PCOS wanameanga ndevu. Okay. Nini. Okay. But inakuanga sometimes they are very painful, so unakuwa na painful periods. Hizo mambo. Okay. Kwa hivyo nilikuwa na periods mbaya. Tumetoka hapo, nimeambiwa hivyo hiyo mambo. Alafu sasa at least tumekuja, nina episodes za kufaint inakuja. Okay. But sio curve ile ya form 4. Unaona form 4 hakuna kitu ningeweza kufanya. Nilikuwa tu naanguka. But leo hii sio kama hivyo, but inakuja. Okay. Inakuja. Kwa hivyo tukaendelea nikiwa sasa nimeolewa 2 years. Okay. 2 years ago. So bado uko honeymoon. Mimi niko honeymoon. Okay. Ati honeymoon unasema inaisha after 5 years. 5. Wewe umemaliza honeymoon? Mimi naogopa. Kwa hivyo by the time tunakuja nitakuwa niko hika, nikakuwa bado sasa ugonjwa inakuja. Okay. Naona hii uliokulia wira? Niliokulia wira. Watu wamekuja, tumeendelea, sasa job inaendelea. Naona mudo. Nidoona mudo. Ni anyona. Okay, unanyoni muonaga? No drina wiki. Nimepona lakini sifanya kitu. Until uonwe. No kusha mbona yake wiki ya budhi. Ai, nini? Zi. Wewe utazuba tu hapo usikie kuna mtu mwenye alikuja na mambo ikanini. Lakini siku hizi nasikia soko ni chafu. I'm sorry. Kwa hivyo sasa kama anataka kuni proposia lakini hani proposi. Kwa nini? Haya, unajua nilisikia ukinyakinyira. Ile ipete hii ni ya engagement. Okay. Ya kwanza hii. Okay. Alinunua 2021 alinipatia 2023. Nigwitigira kana gike. As in nona ni ule wahoro ni saitani. Tunakosana. Na saa zingine ni vitu za ujinga, unaona? Tunakosana. Hadi nafika mahali
hata wachana tu nayo hiyo mambo. Okay. Alafu kwanza saa hizo amenunua hiyo siku ndo nilikuwa nimepata nguvu, nilikuwa nimempeleka home. Hadi nilikuwa nashindwa damu toarire wake. Na si kani. Aya. Na wakinyete hau. Aiwe, unaweza zingine mnakasirikanga. Na utaki kupeleka mwingine. You know. But sasa ilikuwanga hizo mambo like kuna mvutano. Unaona there's contention ya unataka hivyo utaolewa nini. Kuna time hata tuliachana for some time. Okay. As in tulikosana sasa tukasema ni hivyo. Lakini hiyo time alafu hiyo siku tulikosana vibaya sana, alikuwa amekuja kuniona nikiwa mgonjwa. Okay. Mwahita ni murwaru. Ikikiuru. De murwano. Kiwathi na mbere. Maundu maya mapenzi. We, ni maundu ma mapenzi. Twaketania. We. Hey. Tukakosana vibaya sana. I mean kaamua, you know what? Ni sawa. I was done. Okay. Done. Lakini kidogo akakuja ile inaitwaje proposal yenye namba wangu tutakuja kwenyu lini. Pete nilipewa tukiwa karibu kufanya harusi, si ati wali siku proposiwa na pete. Alikuwa nayo but niambia tunaweza kuja kwenyu lini. Wazae wanauliza tutakuja lini. Kaambia si mnaweza kuja. Hata alistuka. Okay. So sasa na hiyo time lakini nilikuwa nimeomba Mungu. Nilikuwa nimeambia Mungu kama hii ni will yako. If ni will yako ni kwena huyu as in tuoane, afanye process yetu ya marriage as in wedding process ikuwe smooth na our families zisikizane. Kukue na msikizano. Yani unaona msikizano yenye unaona hakuna watu wanakosana nini. Hiyo ni prayer nilifanya hata before niambie kama wakuje. Nilikuwa tu nimeomba Mungu. Okay. Na nilikuwa nimeandika hadi mahali. So by the time anakuja kuniambia, unajua mambo zetu zilifanyika in 5 months from kukuja siku ya kwanza hadi harusi. Kila kitu ilikuwa mbio. Hadi watu unajua tu wa dunia wanakuanga fani. Naona na ado arema mora yakae wenada. So unajua mfanya vitu haraka watu wanafikirianga kwani ni bora. Sasa hiyo story imenihapenia. Niulize tu kwa so unaona kwa hivyo kulikuwa na mambo kwani huyo mama wenada. Ni shida iko wapi? Kwani ni vibaya? Ni vibaya jili ne before marriage. Sema kulingana na your belief. Ndio nasema ni vibaya uko nayo lakini zile mambo zinafanyika na huko. Yes, exactly. Ni venye hazijatokea. No, na ni venye hii iko na evidence. Haina evidence. Lakini kuna zingine mbaya pale zenye haina evidence. Yes, true. Kwa hivyo ya kolino makao na maodo masio. Ti akolino mengi. Wa kolino anakuanga hivyo. Lakini yao sana. Lakini hawa watu wengine hata wanaambia nanga kuja tu pamoja for one alafu mnafanya harusi. Ni kweli. Lakini mimi sipendi hiyo. Okay, pa mimi sipendi hiyo style. Hata niliwahi mwambia mimi hadi ukuje kwetu. Hadi ai we Yega ndo kujaga maneno. Mungu anajuanga. Au Mungu anajua kila mtu na mtoto anakujua wewe, ananijua hivyo. Okay. Kwa hivyo alijua mimi nayo singe. Ni poa kufanya road test hivi. Pasta hii? By then ni kweli. Uje isikia watu wameenda honeymoon wame divorce. Wewe inakuanga. Nakuanga kweli. Kedia kwa aliabuno. Kwa hivyo so hiyo mambo ilikuja ikakua alafu siku ya harusi kuna mtu alisimama akasema ati leo ni tarehe, akasema 9 months from now tutaanza kuuliza maswali. Huyo ni nani? Mtu mwingine. Bishte yako? Hapana, si guest. Na alikuwa anaongea kana nani? Kama ameitwa ni MP fulani. Ni MP fulani. So na akeshimo ni you. 9 months from now, but we took it lightly. But simto hii watu wanapata. Ni Mungu alafu hauwezi jua, unaona? Hata unajua kuna wase uona anasema tunaweza tukae alafu tupate. Basi unajua of course ukiolewa watu wana ngojeanga mtoto.
Eguo. Lakini sasa na sisi mechi hatukuangusha jili 10 months from harusi. Sorry? Hatukuangusha mechi. 10 months from harusi. 10 months later. Okay. Lakini nikuja hapo sasa. Nimepata dakoro mulito. Otobe tuchokelele. Uliniambia ukikuja kuolewa. Pole, lakini hii ni nini? Hii podcast ni ya Wakikuyu, so hata mtaelewa Kenya nimesema. Ukioka kuhikali uligonjeka. Yeah, nilikuwa nagonjeka. Hata leo tulikuwa ndio kesho ni rorashio. Hata hiyo siku alinipatia ipete. Nilikuwa mgonjwa. Uligonjeka wapi? Hivyo mwili na feel sina nguvu. Kwanza nilikuwa ninakosa nguvu. But sasa by this time najua ni attacks. Unaona? Engagement warwara. So kwa hivyo daheo bete omuthi kesho ndio rorashio. So already tumepanga vitu, but sasa alikuwa anataka kunipatia ring at least nikuwe nayo. Kujua hii ni attack. Ni attack. Na nikugonjeka ile sana ama. Sasa unajua nakosa hivyo nguvu inaweza fanya hivyo hadi iende ukue. Sasa unajua pengine sasa inapiga hii rorashio isi happen. Unaona? So hii ni leo na ni kesho ni rorashio. Tumeenda sasa kuona grounds kwenye itakuwa. Nimekuwa mgonjwa, sikuwa na nguvu. Niko tu hivyo. Yani umeshai hata hurumia mtu. Unaona sasa huyu atafikiria huyu anakuanga mgonjwa kila saa. Nitaweza. Unaona? Kuna hiyo part ya kufikiria about yeye. Na dojete ile hiki naona sawa na tuwakilia haraka. Dia wete ile. Sasa ndio nakumbuka hata yangu. Niliwaita. Uliita nani? Imagine nikwambie harusi yako nilikuwa msick. By then nilisikia hiyo. Nilikuwa msick. Nimekumbuka. Nilikuwa msick sana hata bridal shower ya bibi yako mimi nilikuwa kwa kupanga tupatane, but si kutokea cause nilikuwa msick. Pole. Yeah. Pole. So tunaona sana ndio nakwambia nimegonjeka, but siku ya rorasho ikakuja na happen. Unaona? Kwa unaona hapa penye niligundua ni attacks. Sasa na mimi ninaigonga na maombi. Unawaambia komenya ni attack. Leo ndio amenyete. After hivyo shule tumekaa hizi patterns unaiona. Sasa nyetu kitu fit inaenda ku happen. Yes, every time there is something happening. Nagonjeka. Every time kuna kitu. So unaona pattern at least itakwambia, and then Mungu unapatia your revelation hata watu around you wanaona. Kwa hivyo tukajua hivyo. So unaona? Kwa hivyo tunaipiga na maombi. So ikakuja harusi tukafanya, tumeingia home. Kukaa noru hiki ugioka gweka ati ndunarwara. Leo hiki ni time ya harusi si kugonjeka. Unaona? So nikiwa before ndio sasa ikaini kama kwa sababu now it's been a while before mweko hiki kana mweko hiki turalia past wedding ndio ndio katerere it's been a while before nipate hizo attacks. Kuna siku nilikuwa sasa niko mgonjwa nikaenda Doctor's Plaza ya Kenyatta before kusokie dhudha nini kwenda kuona huyo daktari alikuwa neurosurgeon mwenye alifanya mom operation. Alikufa, may he rest in peace. Venye nilienda akani evaluate nini akaona niko na shida, akasema hii itabidi kuwa unaenda occupational therapy, lazima uende therapy. Niki getotareka sasa yes sitembei. Hiyo mambo ya kukosa kutembea sasa imerudi. Kwa hivyo ujue niko job lakini sasa nimekuwa immobile. Kwa umebebwa. Si nimeshikiliwa nishuke stairs kutoka kwangu. Nimebebwa sasa. Hii kwanza huko sasa wametafuta wheelchair, niko kwa wheelchair. Ilikuwa that serious? Yeah. Tukaenda kutafuta occupational therapist ndio ni book sessions huko. Alafu sasa ukumbuke kwanza unapigwa hata na mambo yako hata ya finances sababu sasa hii kitu ni expensive. Ujue kwenda hospitali it's so expensive. Kwa hivyo unapigwa in all aspects. So nikaenda huko kwa hiyo therapy, nikauliza maswali nini. Tulikuanga na pasi mwingine pastor friend wetu. Naitwa Pasi George. But alikuwa amekuja kuniona. Tulikuwa na my siblings na yeye alikuwa amekaa mhosi. Hata hii kitu ilikuwa inamsumbua, akasema hii kitu lazima iishe. Akasema kesho nakuja kwako tuombe. Wakakuja na pasi mwingine anaitwa Pasi Willy. Walikuja, nakumbuka hiyo usiku alisema kesho nitakuja the day after tomorrow.
the day after tomorrow. Hiyo siku nilikaa hivi nikajiambia kai akina na pasi akakuja akinianze kutembea naweza furahi. Yani nilikuwa na feel nimechoka. Nataka tu mambo ishe kwa sababu alafu unaona unasumbua watu sasa. Cause friends wangu sasa wanakuja kukaa kwangu ndio wanisaidie. My siblings pia wanakuja, yani kila mtu ni kama maisha ya watu ina stop sababu ya ugonjwa. Yeah. Nikaambia Mungu nikajiambia hivyo na hiyo mambo nikamaliza. Hiyo siku pasi alikuja tukaomba. Kuomba something alafu anakumbukanga aliambia do you want to be whole, as in una believe utakuwa sawa, do you want to be niwe useme unaweza kuwa unaombewa na wewe unajua kuna watu wanasema nataka kuwa viwete unasema unajua siwezi tembea kivenye mimi ni mgonjwa mgonjwa haiwezi isha hii wewe ukasema mimi nataka do you believe I think do you believe kwa vizuri na do you want kwa poa nikasema yes kanishika hivi mkono nikaanza kutembea gevie wewe pasi yako wapi ako wewe unafaa umlete hapa aombe watu no niwe take you na God kumtumia in that situation unaona ni God alimtumia in that situation because hata yeye alikuwa na faith with me because ni pastor friend wetu wa home kwa hivyo kujanga hata ni mara kadhaa nimekuwa na hiyo ugonjwa na akaniombea nini but hajaienda but hii siku akasema do you want to be whole yes nini nikatembea. Tulikuwa na msichana mwingine rafiki yangu anaitwa Shinge. Shinge amakire unajua alikuwa ameniachilia sitembi na saa hizo kwanza alikuwa kwanza bedroom akaitwa kukuja natembea nasema ni unatembea she even cried because yani unaona yani huyu ni mtu hakuwa anajiweza kabisa anafaa kuanza therapy nini like and then all of a sudden anatembea like it can only be God. True. So ilikuanga that is na ilikuwa Feb and it was exactly 10 years. It's a whole decade of izima mashida mashida hizo za kuanguka nini so uje nilikuwa hadi sawa leo nimetembea kesho niko Mombasa ona mamidete kakia Mombasa nikiwa Agera gothi shukuru ati ninaweza tembea naweza niko sawa si ungeongea kwanza umalize wiki alafu sasa mama wanasoka jilikai na kama sio kabisa unaona uende Mombasa ikwesh mimi niko zile za mimi nimepona na nimepona si ndio na nikaenda Mombasa matiete kagia na nikapona hivyo but sasa unaona ilikuwa inajifanya kiadhari inataka kuja sasa kupropose ilikuja afterwards. Okay. Naona? Kakuja afterwards. After hiyo episode. But I will say now hapo sasa kufika hapo ikakuwa hizi vitu ziko very sasa haziko. But sasa si nikakuwa mjamzito. After marriage nimepata nimekuwa mjamzito. Nilikuwa mgonjwa Saimo. I was sick, nilikuanga siwezi kukula. I was very nauseated, nilikuwa ninatapika kila saa. Hata nililazwa hospitali like a week. Kwa kuna kitu nilikuwa naweza kupitisha hapa. Sikuwa naweza kutembea, nilikuwa naumwa na mwili. Yani nilikuwa naumwa hadi nilikuwa nauliza daktari, "Guy, hivi ndivyo kwa alafu unajua ile watu wanaambianga mtu, tembea, sijui nini." Na mwambie unaona venye watu wanasema na mimi sikuwa naweza kutembea, kuzunguka natembea naumwa. Kaniambia don't worry. Uradurone kule mwili na huku pelvic. Taturaguo. Na saa hizo hata ujue siko mkubwa, hata siku ungejua niko mzito until nilikuwa like 7 to 8 months ndio ilitokea. Kwa hivyo mtu hawezi jua ni nini inanisumbua. But saa hii siwezi naumwa, ninatapika, yani hata nilifaint mara kadhaa nikiwa peke yangu kwa nyumba. What? Yeah. Kuna kitu inanifanyanga emotional. Pole. Pole. Saidie sana. Mahankachi.
Asante. Karibu. Pole. Mimi nakuanga mstrong siliangi lakini Hiyo story yako mambo ya especially because now ina involve another human ndani yangu, mtoto wangu. Saimo, unajua mimi nilikuwa hata scared nitakuwa na miscarriage. Kuzile time nilijua nilikuwa na bleeding. Inaitwa hematoma something subchronoic. Subchronoic I can't remember. Na bleeding ilikuwa kubwa sana. Alafu hadi gaina wangu alikuwa nafikiria ama is it ectopic ama kuna kitu hatuoni. Saizo bado ni ndogo. Ni sasa ni siku ya kwanza, as in time ya kwanza. Okay. So ilikuwa very delicate. Kuona kama anaweza mlose. Okay. I was so scared of losing my baby. Unasikia hizo mambo zote zenye nimepitia sebo, lakini hakuna kitu ilikuwa inani break kama hii. Ilikubreak kabisa. Ilikuwa inani break. Cause nilikuwa hadi kuna siku niliuliza wa Pasi. Pasi mwenye alikuombea sasa. Temo alikuwa amekaa home mtu anabona. Namwambia Pasi, Mungu anaweza decide mtu wewe utapata miscarriage. Cause nilikuwa nataka kutembea in case it happen. Niseme nilikuwa nimeshakuwa prepared. Okay. So nilikuwa msick. Nakuwa msick until hadi so venye nilikuwa na faint kwa nyumba. Nikafika mahali my mother-in-law akasema huwezi kaa peke yako tena. Nikiwa 33 weeks. Jusa ulikuwa na faint niko mgonjwa. Kwa sasa hazi anaenda job. Unajua nilikuwa mgonjwa until ilikuwa ina affect kazi yangu. Ilifika mahali I had kwenda kusema nita resign cause ilikuwa job ilikuwa as in ilikuwa very ni kazi mingi, yani it's very yes, very demanding. Kwa hivyo naona hii job inanisumbua, nasumbuka na pregnancy, alafu hiyo time tulikuwa na flexibility ya work from home nini. Ikafika mahali ati tunaanza kuambiwa tuendange 4 days a week. Mimi singeweza Saimo cause nilikuwa msick. Hiyo time nikaulizanga manager mwingine nilikuwa niingia department nyingine. Nikamwambia sema now you know you have to be coming 4 days. Nikamwambia mi 4 days siwezi. Kaniambia now you see you are becoming difficult. Nikamwambia ni either nikuje 4 days alafu wiki mzima sikuji ama unichukue hizi siku 2 na kwambia ndio naweza fanya maximum. But nikafika mahali nikasema you know what? I choose my baby. Ukaquit. Nikaenda nikasema nataka kuacha kazi. When nilienda kusema nataka kuacha kazi, huyo the CEO akaniambia nilikuwa nataka kumwambia specifically kwangi in the country. Na kwa sababu yetu tumeanzana naye mbali, watu wengi wamekuja wakikua. Like now I was the first person. Unaona? Akaniambia badala hivyo take a sabbatical. Then when you're ready, come back. Okay. So nikaambiwa HR akaniambia acha tuseme sabbatical kama ya 6 months and then after hapo tutaevaluate kama uko ready. So hivyo ndivyo niliacha kazi. But unaona hapo Mungu amesaidia, sasa sijakuwa siko kazi, niko sabbatical. True. Nimekaa. So ilikuwa imenifikisha hapo. Na hii siku time nimeenda kwa mother-in-law. Nimekaa at 33 and then sasa nafaa nikaambiwa nikae total bed rest. Because nilikuwa ni kama hiyo ndio tuende sasa, nilikuwa na false labor. Nilikuwa sana naona mtoto anakuja. Hiyo siku tulikuanga na sister yangu Lilo na Celestine. Nilikuwa naona mtoto anakuja. Tukaenda hospitali. Watu walikuwa wamestuka, watu wakakuja. Akasema niachi, tukaenda sasa kwao. Okay. Tukakaa at 38 weeks. Because after hapo 33 niliambiwa nikae at least until 36 nikuwe total bed rest. Mtoto 36 akiwa hapo yako at least sawa. Okay. At 38 niliendanga hosi, nilikuwa nimeenda clinic kama leo. Kwenda clinic kesho
kwenye nilikuwa naenda clinic nilikuwa niende nipatie mtoto another hospital. So nikasema nitaenda hii nyingine, the next clinic nitaenda hii nyingine sababu lazima niende one more clinic. Ndio wafanye hiyo record for record purposes. Usiku wa leo ndio saa kesho nipate mtoto, niko huko home, nimekaa naanza kusikia semo si breathe. I am out of breath. I can't breathe, I can't do anything, I can't talk. So niko peke yangu kwa room. Kwa hivyo siwezi hata piga simu. Now I'm suffering peke yangu hapa kwa bedroom. God akafanya my sister-in-law alikuwa anakuja kuniletea popcorns. Okay. Kukuja kufika anapata si breathe, siongei, anajaribu kuniongelesha, siwezi toa maneno like niko hivyo. Akaenda kawaita nini. Sasa ni kubebaniwa kurush hospitali. Nikaenda nikabebaniwa nini hosi. Alafu je sasa uko mzito. Sasa nimekuwa sasa si breathe na sasa hadi miguu imekosa nguvu, siwezi inua. Najaribu kuinua hivi mguu siwezi. Wakanibeba na sasa ujue wananitoa juu kwa stairs. They had a hard time. Wakanibeba nikabebaniwa, tukaenda tukarush hospitali, tukaenda nikaangaliwa nini. Mtoto akiangaliwa, mtoto ako sawa, hakuwa na shida. Wakiniangalia like hakuna kitu really na kama ndio hiyo, but niko out of breath. So gaina akasema lala, hatutaacha uende nyumbani, lala tuku evaluate usiku alafu tuone ni aje. And then but akaniambia I think wacha upate mtoto tukutoe, if there is any shida muondokane, unaona. Ndio mtoto aache kukua at risk. So akasema I'll suggest upate mtoto. So nimekwambia hizo niko 38 weeks. So nikasema acha kwanza nilale tujue ni aje. Akaniambia asubuhi I'll come and you'll give me a decision kama utapata mtoto tumtoe ama nini. But I highly recommend tutoe mtoto. Kamwambia okay sawa, tukakaa. So the next day so habi akakuja nikamwambia vile nimeambiwa ni nini. So yeye alikuwa skeptical also kuhusu hiyo story ni nini. But unajua wewe mtu hakuwa na ball na kuanga pia wewe umechoka, and then naona hizi mambo zote, I am truly scared for my baby. I am praying for him every time because nilikuwa namuongelesha akiwa kwa tumbo, but I am scared. So nikakaa nikaona yenyewe it is hata watoto wenyewe hata wanazaliwa hiyo time wako tu sawa. Unaona? So mimi kwa nimemwambia I think we can try because see ati ni CS direct. Sisemi CS ni mbaya, sijasema hivyo, but haikuwa ati it's the only option. So kulikuwa na hiyo option ya kukuja ni kuwa induced alafu tuone itakuwaje. Okay. So akakuja tukaongea nini nikaa alikuwa anakataa. Sasa ule gaina alikuja asubuhi akakuja akatuelezea akatuambia you know in this situation I think you should have this baby, unafaa kupata mtoto. Okay. Mtoto mpateni na venye atakuja ni mpango wa Mungu, sawa. Hata akikuja hata CS ni mpango wa Mungu. Okay. Hata akikuja normal bado ni mpango wa Mungu. Yote ni kwa Mungu. Kwa hivyo chenye nitafanya ni tutakuinduce alafu na nyinyi mnisaidie kuomba ndio mtoto akue safe na mama akue safe. Msijali venye mtoto atakuja. Sawa. Sawa. Nikainduciwa. Unajua ukiambiwa hivyo sasa you know, madoki saa zingine. But ni sababu wanajua watu wengi sema kama mtu ulikuwa unajua unataka kupata mtoto normal, kuna kwanga na hiyo ku hold back mtoto asikuje CS. Na sometimes watu wanafanyanga hivyo, wanaua mtoto. Yeah. Okay. So ilikuanga hiyo wape uto hiyo mentality ya mtoto mzuri mwenye amekuja ni mwenye amekuja normal. Hiyo I think ndio mentality alikuwa anataka itoke. Okay. But wakasema hatutaanza hapo, tutaanza induction. Kainduciwa. Sasa hii ikakuwa sana ninapata mtoto. Tumekaa hospitali, nimekaa sasa nilikuwa naambia Mungu, venye nimeteseka tafadhali mtoto akuje mbio. Na jembe pengine niliteseka pregnancy, mtoto atakuja mbio. Saimo. Kiria kiale kinene kiainire. Kiale kikuyusanifu. I tell you. Nakwambia nilikuwa sasa in active labor. Active labor wa mama sana wataelewa.
nini zangu zilikuwa less than 2 minutes, the most 2 minutes contractions. Wow. Sasa niko na sisters zangu hapa sasa, kwanza wako kwa juu ya maombi. Sasa ni maombi. Because nimekaa sasa tuko tumeingia 6 hours, 7 hours, mtoto bado. Maombi. Ushakuwa induced. So for 7 hours zinakuja after 2 minutes. Yeah. Wewe alafu sasa nasikia hata sana nasikia nitafaint. Nakumbuka nikiambia sister yangu, Guy, Mungu ambariki jili huyo alinisaidia. So naambia sister yangu, Guy, mimi nitafaint. Sema hapana. Please. Stay with me. Ananiombea, anani-encourage. Sister yangu tunamuitanga midwife. Amekuwa hapo kwa sisi wote tukipata watoto. Okay. Tuko hapo. Sasa wako kila mtu ni maombi, mama yangu, mother-in-law, sister zangu, hata brother zangu. Yani sasa ni maombi. Tuko wengi. Ni maombi. Hizi time zote mtoto hatoki. Si dilation etako yake kudilate sifunguki. Okay. Enough. Maombi. Na sasa hii unaona kabisa huyu mtoto like it's also a fight. Unaona? Na unajua pia afai kuchelewa sana. Exactly, because atachoka. So tumekaa. Huyu nurse mwingine sasa akakuja wa jioni, wa asubuhi hata saa ameenda. Tuko wa jioni. Huyu akakuja, alikuwa anaitwa Naswini. Alikuwa midwife, I think. Akamwambia, I will help you get this baby, sawa? Wacha sasa tutapata mtoto. Tukaenda, natembea, nikaindusiwa sasa ya maji. Nikaindusiwa tena. Alafu it was an experience, hata sitakangi kufikiria hizo mambo. So sasa tuko 10 hours, bado mtoto hajakuja. Na content 11 hours sasa ikakuwa sasa at least 11 hours ikakuwa sana kama mtoto akaniambia sasa let's go and have the baby. Kwenda sasa mtoto hatoki. Anakuja nikaa anatoka anarudi. Anakuja anarudi. Uje sasa hii bado sasa tuko na sister yangu pia bado sasa pale ni maombi. Kwa sababu pia sikuwa na imagine. Hiyo hosi ilikuwa inakaa jana. Ilikuwa kila maombi tu. Ni maombi. Uzuri hiyo ilikuanga kwa room yeye. Mko room yeye at least. Hata mtoto unapatia kwa hiyo room. Okay. Kwa hivyo hamtoki uko nje. Kwa hivyo anakuja anarudi. Contractions ziko short. But finally I got my baby after 11 hours. Usiku. Kabla karibu the next day. It was something. Yani that is one of the things I really give thanks to God for. My 11 baby. Hours, okay, Gwaru. Yes. 11 full hours. Nikapata mtoto and he's a very healthy baby, handsome baby. Hata hiyo inaweza kuwa tested. Yeah. Na so that has been my journey until now hapa penye nimefika. So let me tell you about hii kazi na kuambia. Hii yenye nawashokile kushoka wira by the way. So sasa tukuje hapo. Hii kazi yenye nimekuambia hiyo ndio ile kazi niliingia kule na 20,000. Okay. Sawa? It's the same job. Okay. Kwa hivyo after imeisha sabbatical nikaenda kurudi. Haya, kwa hivyo tulikuwa tunadeal na mambo ya maji na other projects. So project ya maji ilikuwa ni kama iko under hii a bigger. Okay, it was Untapped Water and Untapped Global. So Untapped Water is under Untapped Global. Unaona? So ikakuwa sasa hii I work mostly on Untapped Water na kidogo Untapped Global. Nikikuja kurudi the CEO, his name is Jim Chu. Jim Chu. Kwani Mchina? Yeah, he's American, but descent zake ni ya kutoka China. Okay. Akaniambia, so tukakuja kuongea nao, unataka kurudi? Aliniambia, alisema specifically anataka tuongee na yeye pia. Akaniambia unaonaje? Nikamwambia ni sawa sahi, I think naweza rudi but after kwanza another 1 month. Hivyo akasema okay. Akaniambia now I want you to take over Untapped Water. What? And by taking over Untapped Water, nataka as in Untapped Water ikuwe yako. Yeah. When is your size? Imagine, like, Allah? Tell me which direction you want us to take.
And then so Untapped Water ikatoka kabisa kukua from Untapped Global. Okay. And then so ikakuwa sana ni mimi entirely, it's me with Untapped Water. Okay. And then now I introduced female hygiene, mambo ya pads za wasichana. Azinaje? Bunieleze hapo. Pads za wasichana, so kuna hiyo shida sana huku our country. Wasichana na even women generally hawa wako na shida ya pads. Unapata hao unajua tunaishi maisha unafikiria watu wanaishi the same. Nikifanya hizi projects za maji nilimit watu wengi sana. Okay. Kwa hizo communities unaenda unapata mtu anashindwa ni pad nitanunua ama ni chakula. Oh. So wana forfeit pad. So wanatumia other means zenye hata si hygienic nini ndio waweze ku get through hiyo. Kwa hivyo how wana make wana have to decide is it food ama pads. Of course wataenda na food. Buy food. Kwa hata kosa kula hata mtoto mama haezi acha mtoto wake asikule. Na hata wasichana wa shule kuna shule nimeenda mashule kadhaa wanasema hiyo time wasichana hawakuji shule sababu lazima akae nyumbani. Anakaa nyumbani hana pads. Okay. Na saa zingine walikuwa wanapeangwa pads shule but sio kila saa. Na saa zingine wanapeleka nyumbani kwa wazazi wa share. So sasa hii hakuna. Okay. Kwa hivyo anakaa nyumbani hawakuji. Kwa hivyo ukiwa uko nje nikaona it is a need. Alafu nikafikiria how tunaweza aje wasaidia. Sio kila siku naweza kuwa napelekea watu pads saimo, si ndio? So nikaona tunaweza fanya to install pad dispenser. Okay. Yenye wanaenda wananunua pad kamoja at 10 bob. Oh, okay. So mtu anaweza nunua ile time kama anataka kutoka, unaona anaweza akiwa na 20 bob akona 2. Hizi dispenser unaziweka like kwa barabara. Sasa tunaenda kasa hii tumeweka kwa tunaekea shule. Ndio nikuonyeshe hatu target tu wasichana kuwasaidia. Tunataka kitu hata itasaidia boys. So what you mean is this tuseme tari thukuru ri ndaririe na gikuyu ni ndo wa mundu ria hiyo takunyitari ni mwathi mwakora thukuru ina thina wa pads airitu aria meku na even women wa area. Mugathi mugekira dispensary tari ri nika kitu mna stick hapa kwa wall ta ATM tuite ATM. So mtu anakuja anatoa. Yes. Okay. Kogo hai nika ATM ugekira coin shiringi 10 ukaruta pad wekira ni gwekuma o digimote kiti shiringi hizi 10 bob ni kununua. Okay. Ni kununua. Na ndakwira turenda magure niguo mahote go sustain fast hiyo project. Ndio zikisha wananunua tena makagura magekira. Nona hiyo nego ya ucio kindu mwega muno. Matigo every day matigo yeterera andu moke mamateithie. Wow. That is one thing. Haya, warutira ko meciria macio. Ne ngai, ni ndakwira jikurakirio. Napatanga mambo hivi. Okay. So wanachukua. Na sasa tru ginya ndo aria matongoragia agama bimenire buma na kuri. Hawajaifikiria vitu kama hizo wafanye. Kazi ni mdomo tu huku papa. Na mundu ndagecirio ndu ta ucio. Tutikoragwo na ngai ametubariki different. Kwenye ni wapi? Ndio wikira campaign ya kiria ya women rep. Women rep. Yes. Witone Murang'a. That's a very great idea. Asante. Imagine kasa hizi umeenda na huko gweta kwa tena gukuru ukoraga remote pio. Na kwanza kwa madhai. Bas imagine umeenda umewekea kitu kama hiyo ati mtu akitaka pad anakuja tu naika 10 bob unatoa. Sio ni idea kubwa sana. Asante. Hiyo asante hujaitoa vizuri. Asante. Wow. Kogo tonire hiyo ni sustainable. Neru pads sisi nyone kugura muragura mnaenda mnabai kwa shop. Kogo leo toka kuwekera the first batch the first stock ya berere ni tukumahe matikugura alafu leo nimekuhota kugura from sales. Okay. Alafu also gwere aterere saimo ongea tu Kiswahili. Hizi zenye wananunua pads wananunua wanapata wana make pesa kidogo, coins kidogo juu. Na sasa sio yetu, tunakuja tunawapatia community. Kwa hivyo hata hii pesa wanapata sio yetu, sawa?
untapped water ni cia andũ arĩa nĩ tuge toka rĩrĩ Simon Primary School. okay Simon Primary School nĩo meko own na maran project ĩyo. Koguo mbeca iria maragĩa rĩ nĩ cia cukuru ĩyo ti citũ. hiyo pesa ni shule itachukua. Yes, ni shule watachukua. Sasa nyinyi ndio mmenunua pads. Ni sisi tumenunua. Sasa sisi tunakuja kuwasaidia mkuwe na a source of income as a school na bado to solve shida ya pads. Haya, na sasa utasaidika aje? Nasaidika sababu watu wengine wameona like hiyo impact. So unatoa do yako kwa mfuko? Yeah. So do yangu na watu wenye wana support Untapped. So kuna watu wana support. Yes. Watu wenye wana support na kina nani ama ni mtu yote? Ni mtu yote. So tunaendanga tunaambia watu wa support ndio tufanye hizo projects kama hizo za hiyo. Na nikwambie hii pesa yenye shule wanapata sio ya kukula. Tunakuwa hiyo shule iko na specific goal. Kama shule ingine watoto hawana textbook. Kwa hivyo hiyo pesa ni ya kununua textbook. Sawa? Nigetha gina boy child anafaidika hapo. Na usiniite ukienda shule moja nikuje tufanye live moja hapo. Tuko na event nini July 8th na kuinvite. For real, mimi no ngore kiria pads cia kiremwe. Please. Tuko na event July 8th. Twena sukuru etago Kitilikini. Kitilikini iko wapi? Iko Maimahio. Basi Maimahio yenye unajua utaingia huko hadi unashindwa kaa hii ni Maimahio. Kwa mostly ni wa Masai ndio wako hiyo shule na ni Turukana kana ke. I think yeah, a few. Kogo twena event July 8th na ndira kukaribisha. Nigoka. Mimi nimekwambia hivyo. Hiyo roho Mungu amekupea ya kufanya kazi kama hiyo. But honestly speaking ile andũ acio nĩ mageraga maũndũ maingĩ especially rĩngĩ tumarona ihinda rĩu rĩa mweri. Yes. Ũngĩigua maũndũ marĩa makoragwo magĩthiĩ through unasikia mtu anatumia sijui matangari. Yes. Unaona? Yes. Yaani unaona msee anapitia. Inakuwa kitu very mbaya sana. Hatiri hygiene. Hatiri hygiene na nikio unaona niko dakwira twekaga gina projects ya mai. Nigetha gina ukarehera andu mai about that ya pads ucoke udaririo ya mai. Koguo no igwa riu hizi pads ri twasirehe wanapata pads wa women wa uko wanakuja wananunua pia. Yes. And then riu shukuru makagĩa mbeca cia gwĩka projects ya shukuru tayo textbook program, feeding program. Kodo tutaku uri arutwo angĩ mathiaga cukuru nĩ ũndũ wa irio. By the way, toni aramenya kwa oda kule. Kwa hivyo anakuja na saa zingine shule hawana enough ya kusupplement. So wanahitaji pesa. Kwa hivyo tunajiuliza kama Untapped ni nini tutawapatia last. Okay. Leo tukikuja tuwapatie pads mara moja tutinawateithia muno for sure. So immediately ATM yathira pads mugathi mugekira ingi. Sasa tunaifanya yao. Tukamera uria meku kuona pad icio nigetha riu they run it as their own. Tondu already shukuru ina mbeca. From exactly tukamera niha tondu thesi turawak na pads again na ni biodegradable. Tondu also we think about the environment. Nona koguo kwena pad icio mara wanachukua biodegradable for the environment sake. We also think about it. Na sasa hii ATM nyinyi ndio mtaenda cost ya kuiweka na nini? Yes, everything around kuileta na stock ya kwanza it is on Untapped water. Kweka a whole tuge the event yo nigetha tuthie tweke maundu macio mothe and everything no gina logistics everything is around 100,000. 100,000. Yes. Na sasa ndio ukuruta mko. Yes. Okay. Yeah. So kuna hiyo na ama tukawak na andu mundu tukamwira twina project ino okorwo no to support kana companies nona companies aria mekaga CSR tugeka nao CSR yao koguo maga to support. Haha ingĩ tutingiaga andũ igana ona magi support project cigana ona. Na hizo ni vitu genuine by the way, si ati ni vitu
ti maundu maria mahura kwa makakara na ni njui ringi no by the way ni undu ucio ni ndawenda muno thank you ni ndawenda muno na ni ndaigua no nyende kumjoin ndio kana no munyonere handu hau ona ni ngakena muno venye umesema unaweza taka kuja one of the events tafadhali kuja nuoneshe tufanye viewers tufanye live ya hiyo event niguo tungiona ringi mundu wa gutu support ri no tuthiage tukauga tuguthie gwetha mugatha thukuru fulani titu nduri na nyandika wira agendie kuingiriria hau unatafuta shule fulani tunaenda tunafanya mnafanya kitu kama hiyo na igakorwo igiteithia community na njira nene muno that is a very big idea. High five. See you. we hapo manzi hapo ulikuwa umefikiria hau guzire no wathiite fasting thiku cigana na ngai agikurukiria idea kama uko hapo by the way unaweza taka kushikilia hii project riu niguo witagwa wira wa ngai wa guteithia andu nginya utoi taru ciana icio weciga guteithia naki hakuna si ndio hapo ni mahali tu naongojea Mungu na reke ngwire also other thing kando na maundu macio ni tumekagira mentorship there's a mentorship program okay yes na then our mentorship program ni undu guy aso gina guthi cukuru it's very hard we took the liberty ciana cia mbere the first 3 marikia class 8 tukumateithia guingira high school wow for real yeah kayani watu ogire ugo unaweza kufanya hizo vitu si ni Mungu sina me I talk with by faith Saimo I walk by faith modo maya more than deraiga itali na bia no nejwe God anaona heart si ndio anajua ata come through wow hapo by the way utakuwa umesaidia ni gukora uteithĩtie andu muno na Ngai ni agukurathima muno amen kimana no nginya ngoere na gwĩtĩria maguta amen huko watu wananitanga Pastor Simon yes nimekujia mafuta ya Pastor Simon by the way agikorwo wi hau ndijui ni muje ndoragira muno watu wa diaspora najua mnapenda kusaidia these are very legit project na ni undu by the way ungisupport na Ngai akurathime na njira nene muno ani ni ukuheana namba yako kana ndukuheana nigoneana utapeana namba yako najua kuna watu wenye wanakuanga wameongojea vitu kama hizo sasa makarigo tungiona kuma undu tamacio tungihota gusupport no na mundu angienda guka muthenya ucio ni thitoke no okay atwire in advance ni undu wa planning yes no wow. Very welcome for sure ruri ino ngi ya mai na wirathi atia kogo nayo project ya mai ri tugathie kwina kogo we don't work only in schools gina communities riu kwina ici citagwo community based organizations ugakora kuna place hakuna maji ama kuna maji ya river inaweza kuwa tapped ikliniwe ikwe iweze kukunyiwa muka mathondeka so tukamateithia ku set up hizo tuzietaga water ATMs alafu leo tukamehe na mai maya ni marendia every project no makuya mbeca ndukimutikinya ndike wakuya mbeca asa ni community ndio wanafanya kila kitu tunafanyia community yes community gagusira digethuru MP kwa sababu you see community unaguza watu wengi sana unaona than individuals but for individuals when you wanafanya vitu mzuri kwa community yao tunawasupport kuna watu tumesupport sababu wanafanya wako na hiyo scale kwa community yao aim yao sana si kupata pesa ni kupatiana maji so tunawasupport kwa toka work na community tuko katogekera tuge purification mae ya ku purify the ATM alafu ndio koro kwena river kana dam yes and kana modo ne mare borehole sema kama haiko active tukageria kume revive kwa example kwena sukuru twathire borehole mena borehole no they are equipped tugeka equipping ndio maji kuja yes very expensive millions of money you're talking about millions so ni kitu it's very capital intensive na sasa wenye hawana tuseme hawana hiyo borehole hawana nini so uko mtachimba nini
borehole. Okay. Lakini bado hatujafanya any kuchimba borehole. Kuna need kubwa sana. Shida ni finances. What? Unaona? But let me gwere haha for the water project. Nigetha tufanye hii community ion hii project vizuri sana. Unaona hii part of the project, part of the money wanarudishanga. Tunawapatia kama loan. Oh, hiyo ya maji. Yes. Oh, okay. So ndio warudishe ndio tuweze kufanya more projects. Sababu pesa si mingi, unaona? Na hatuchukuangi ati pesa mingi na hakuna kitu tunachukua isipokuwa hiyo pesa inatoka kwa hiyo maji. Kwa hivyo tunachukua part, sio pesa yote. Tuseme part moja tunaifanya donation, ingine tunawaambia kaa community toeni hata 50,000. Ndio muown. Tulikuja kujua tumefanya vitu mingi sana. Vitu watu wamepewa free, hawazitake us vizuri. Mahali wanatoa pesa, wana feel sana. For sure. Yes. Hiyo inakuanga ukweli. Na sasa mtu individual akitaka taruni ugo mimi ni yatima sina wazazi. Unaweza Masai mama watu matheke. Sina ubaya. Ni kweli. No munyeje mohol. Yawe katea. Hapana. Unaona hiyo that's very like lazima ukwe hiyo maji. Niuze hiyo maji. Unasaidia community. Yes. Hata kama unaiuza ina make sense kwa community, sio tu individual. Timodo individual. Gondaga ko make how clear ni wori timodo ihari no ri atiriri. Rege ni mundu ndiahuragirwo thimu ni andu aingi muno magikoria ciuria. Ugo timodo individual ni community. Lakini individual anaweza kuja, tunaweza mfanyia alipe pesa yote, expertise tuko nayo. Okay. But anaweza lipa pesa yote tumfanyie. Hiyo ni advert. Unalipa ngapi? Kwa hivyo mtu individual. Mundu agenda kwenjero borehole. Mundu agenda nitowechaga. Okay. But that is on another side. That is not untapped water. Yes. Sasa hiyo unalipa. But for untapped water, tunataka kitu ina make impact. Our goals, one of them is impact. How many people mego serve. Another thing is sustainability. Nikedo itawaserve for long. Sio kitu sai tunaishe. Ndio maana hata tunawaambia uzeni hii maji. Kwa sababu saimo sometimes hizo vitu zinaweza break down. Watatengeneza na pesa gani kama wana pesa? So beshe shimaredia maere. Inyo ni shomukeri hanacio. Kidogo part of it. So after kuna projects tumefanya na watu wanamaliza kulipa na sasa tunawa handover project. Already mshafanya hivyo. Wow. Tuna handover. So sasa you fully own the projects. Hiyo ni idea big. Niona yagadiri digireshiririo gwikikarire. Wow. I'm proud of you. Thank you. Ndikane moigwa uhoro cio eroreri itu. Ugo by the way ugikorwo we hau na no hihi ni ureka farming handu na no wende kwenjerwo borehole. Sasa hiyo at cost. No ni ukuheana namba yaku mundu no akuhurire thimu. Na ugikorwo hihi no wende go support undu ucio ri wathikiriria. Na kama uko soba na jua ya hiyo idea lazima ukume ibai. That is a very big idea. Thank you. Hiyo ni idea. By the way wewe unaweza kuwa mtu mkubwa sana kwa hili. Ngwiciria nikio ukoretwo we na attack icio ciothe. Exactly. Tondu ringi shaitani ni onete kiria githiini waku. Unaona? Na andu aria maiguaga tariu matikai idea ino. Sasa wale au sasa ma MP na nini. Ndio mathikagiria idea. But imagine waibe. Yeah. Mimi na believe ile grace iko juu yangu hakuna mtu anaweza iba. Very true. Kwa hivyo mtu akitaka kuiba ideas is free for everyone. Very true. Ugo wenda waiya ugucemania na Ngai. No igwira kiuga Ngai no murwagirira. Anyway, by the way ni idea ni ndamigura muno na ndamienda muno. Na nguria mundu wothe we haha ungenda go support undu ucio. O support. Ndauga mundu we soba, mundu wothe uguthikiriria undu ucio. Na jo utasikia by the way, hiyo ni kitu inaweza saidia community. Na ndio kana twarikia na how negwedaga ku also uga kwa hivyo no projects hizo cia maere also netwekaga kindo etagwo solarization boreholes rona kodo korea electricity bills cia igurui kogo tukaekira solar nigetha mahote ku yes renewable source kogo maundu macio mothe netwekaga for sustainability. Remember I told you we look at impact, sustainability nigetha iweze kukaa siku zote na pia sasa scale unaona. Yeah, so that is what we look at as untapped water.
du ukiuga community ri muroraga ta ki uguo ringi ni andu maigana ona the village kana turoraga kwina ni twikaga kindu twikaga feasibility study tukarora for sure tutikaga projects kundu guothe yeah. Okay, nikuraringana niko nikuraringana niko na the need igana atia na even community tukamirora ri ni wataweza kusupport hii project ama tutawafanyia waiache. Unaona? Ndio maana tunatakanga kuwork na community based organizations ama individuals working kwa community. Hivo so ndio to make sure iko na mtu accountability for accountability. Yes, kugo niko turoraga tunaangalia hii area need ya maji iko aje, ndio pia tujue wakiuza maji itanunuliwa. Kwa hivyo naangalia need ya watu wenye wanajua. Unajua kwenye hawana maji kabisa wanajuanga hata mtungi wanauzanga pesa kidogo kama 10 shilling 5 for a whole 20 liter. Uko na saa zingine unapata ni watu sahi wananunua 20-50 shillings. Kwa hivyo akisikia hiyo anasikia yeah, at least. So that is what we look at. We'll work with community based organizations, individuals making impact oko schools also. Kutathaici twina sukuru turenda kumekirira solar. Nitwekete nao before nitwekiraga indo ikisitagwo ATM ni za kufanya accountability. Unatumia kadi maji inatoka. So hiyo inawasaidianga kukuwa accountable na wasimwage maji sana na wakuwe accountable for hii maji. Unaona? So tulifanya hiyo project na wao from their borehole. Saa hii electricity bill imewashinda. Na ujue hii maji wanauzanga kwa community na ndio wanatumia shule kupikia watoto, kufanya farming for shule. Siku hizi CBC hadi wanafanya farming mzima. Hii maji ndio wanatumia. Sasa hii electricity inakuwa juu sana. So ndio mnaeka solar. Yeah. So tunataka kufanya hiyo solar. Hiyo kwanza tunataka support sana. Yeah. Ndaigua. Yeah. Thank you muno. Karibu. Ndio wa gwitikira gushare story yako guku. Na mimi kitu yenye nimeona Saitani nionete kile githini wako. You see? Yeah. Na kulingana na venye umeshe hiyo story yako. Nginya thukuru ni uraigwa ni ura perform wega. No Saitani ni aroraga kile ni aroraga njata ya mundu akona atiriri. Mundu uyu ena future nene muno. So kitu yenye naweza leta ni attack ta icio. Nigetha hote kumuhingiriria haria mbere. Taru by the way ona guthi gwika kigeranio gia form 4 ni rigi ni kuri mundu ungiugire atiriri juice jasoma wacha ni achane nayo sitafanya si must unaona ama nitarudia unaona ama hata uachane na shule but unaona God ali come through ugithina ugika kigeranio ukihota kuovaka mundu ucio angalia hadi time ya nini ya marriage orire ginya hindi rio rathi kugia mwana but God ame fight for you by the way. He has. Ndio kana no ume kwa Ngai. Ngai ni akurwirira. Kwa Ngai ndigiuma Simon. Na witikie no ndu ucio winaguo ucio niguo wageragia gwika ate. Because yes. That is something very big. Na taine at the end of the day after kugerera maundu macio mothe nginya kurugama wira ri angalia ile kitu nakuja kupatiwa. Yes. Na huyo mdosi. You see? No kondu ucio niguo koretwo kirwo naguo. But the best thing gwicire ru no kuhoera undu ucio muno tu Ngai ni atemaga njira nginya taru ugorenda sponsors na andu ringi ya gusupport undu ucio ri unaweza patana na msee mmoja akwambie mabilionea wamejaa huku akwire ni ngoretwo ngiciria undu tocio by the way ni kuri andu makorwo na indo na mbeca na mariga gukure magutwara ni nini naweza pata ni support watu wa kusupport wanakuanga wapi athikiririo undu toyo akwire ndu gacoke kuigia na tuna hope God ata make ways. So alafu naweza mention niseme kama mtu anaweza fikiria sasa nilichukua hii kazi sababu ya zile pesa nina make pesa mingi sana ndio maana nilichukua hii kazi yake ndio kuona kado tu haha no gwere Saimo hiyo line of the business ilikuwa ifungwe because haiko ina do well because ilikuwa more of business kwa hivyo haiko inafanya vizuri ilikuwa ifungwe but sasa huyo akaona naweza run nayo kwa hivyo sasa ni it's a social enterprise na gwere Saimo from ile time nilichukua right now it's like 1 year utire dire dare ho ona siriki hey yeah
Kwa hivyo I'm not doing it for money. Okay. I'd like naweza taka mtu ajue hivyo. Ndiraeka odo for money. Ni for the impact. Niguo. Todo ni giathire niendelee kulipwa pesa yangu mzuri niendelee. But najua what these projects are doing. The lives in a change. Unaona? So ndio nikasema I will persevere, ni push hii project isianguke tusonge nayo. So I'm not really doing it for money because there is nobody who is paying me even a single shilling up to now. Very true. Yeah. Kaiku ni kwirutira kunene Mungu si unipe roho kama hiyo. Wow, thank you muno. Rugano ruru rwaku ri gwiciria ni rwa kuumiriria andu aingi muno. Ni kumaanisha ringi riria urona ukigerera maundu mamwe ri ndugakue ngoro geria go fight tondu no ko kiria ki haria mbere nikio kirageria kugiria. Yes. Na nona kiu nikio neki kinene muno. By the way, duka ni uria kioneki giaku gi kinene niguo koranaga na bara nyingi muno. Unapatana na vita mingi sana. Yeah. Cause kindu kiria ki haria mbere ri urendo give up ndukahote gugikinye gugikinyira, but if you fight ni ukoraga Ngai ni aguteithia na no wahota gwika atia gukinyira undu ucio. Ni ndire maundu maigi nguga no ni gukuhe kahinda gaka riu make final remarks no heane namba yaku ya thimu tucoke turikiria hau. First of all ni kwenda ni encourage mtu mwenye anapitia kitu ngumu unafikiria haiwezi isha ama as in it's impossible kutoka kwa hii kitu. Nikwambia hakuna kitu Mungu hawezi fanya. Alafu usigive up na usisikize watu. Pia naweza taka kuambia parents encourage watoto wenyu. Mtoto akikwambia ni mgonjwa msikize. Sana watoto wanaambiwa wanajifanya so many times especially wakiwa high school. Lakini support mtoto wako. And then seek Mungu kwa everything yenye unafanya. Alafu if you have the capacity impact the other person. Kama unaweza fanya kitu leo isaidie mtu mwingine fanya, na especially kama ni mtu hawezi kusaidia. Unajua saa zingine tunafanyanga vitu sababu mtu anaweza tusaidia. But fanya kitu yenye mtu hawezi kusaidia. There is a big blessing that comes from that. Niseme kwa sababu me from everything nimepitia najua Mungu alikuwa anani prepare for where I am right now. Kwa hivyo hata wewe please don't give up. Omba, ambia Mungu atakusaidia. Na put God first in everything. Na usisikize sitago hula balu mambo zingine za nje. So usisikize mambo za nje. Okay. Focus. Focus on yourself and God. Focus on God. Na chenye anafanya. Na for anyone mwenye anaweza wish kusupport Untapped Water, you are welcome. Nitapeana namba yangu but please I beg you nikipeana namba yangu napigwa sana. Please don't call. Drop a text ama WhatsApp and then tuongee hapo and then maybe I can call you later if the need be. Sababu watu wengine wanapiganga kunisalimia. Si vibaya but nisalimie kwa text na hata for sure sikosangi kujibu watu. I will respond. Lakini ni text usiniambie tu hi. Ugamo, hi, my name is this is what I want. Sawa todo as Kenyans watu wanasemanga hi. Ama tuseme kama unajua uko serious unaweza taka kusupport the project, hiyo sasa hiyo unaweza call, si ndio? Ni text uniambie and then we will call. Kwa sababu sitajua. Kwa sababu utasema hivyo kuna mtu hayuko really serious na hizo mambo atanipigia. Na sikatai aki simu inapigangwa non stop. Naenda kwa ikareki. Naona hiyo. Yeah. Unataka kuuliza watu piga simu wanauliza maswali zingine hata kuna wengine wananipigianga usiku saa 7. Nimetona. Exactly. Saa 7 ya usiku by the way. Ndio maana nasema usinipigie na si kwa ubaya. If tukitext naona tunaweza go kwa call tutaenda. Okay. Yes, please text me. Nitajibu. Hata hizo salamu nisalimie ni sawa lakini kwa text. True. And number ni 07 864 222. Jokere 07 864 222. 0707
864 222 maritwa ni Ani Wangari Kimemia iyo niyo ritwa rikuma in case of monetary support. Okay. Sawa, thank you muno. Ni wakiaria na Ngai arathime undu ucio muno. Amen. Tugiuka haha next time tugoka gucokia ngatho. Amen. Ama tukwe tunaenda tugathie kuonia andu project iria mwikite. Yes. Na hiyo nini yo kitu grow. Amen. Ikoro inene nginya president amione uge no ende go support. Amen. Ndio gaikaraga koragwo ndi haha bumper to bumper. So thank you so much. Sorry to interject. Already projects ya my already nitwekete more than 60. Okay. Na sia female hygiene ndivyo tulianza. So pad tume-install right now. Tulianza last year. So sasa tume-install 2 na tunaendelea. Hata hiyo project tuko nayo 8th July ni ya ku-install pad. Dispenser na mentorship. Yes. Thank you muno. Na andu aria magukienda kujoin undu ucio ni akiheana namba yake ya thimu. Ninguona ta twariki undu ucio. Yes. Tuge Ngai wa muoya murathime muno ni tumwendete muno mugie na ihinda riega. Asanteni sana. Tanarikia nguririkania ati ungikorwo wi hau na wina interest ya kumenya all about video production, that is video shooting, video editing, ungikorwo wi hau twi haha ni undu waku na no tucerere guku gwitu tukorwo tukigufundithia undu ucio. Undu ucio ni mwega muno na no wagirire ihinda-ini riri turi na ndirakwira andu aria makoretwo magioka guku gwitu makalan maundu maria tureka. There are people who are doing very well. Ni andu maruma guku mena information njega muno na mundu akahota guthie kwambiriria undu wake. Uguo angikorwo wi muciari wi hau na hihi wi na mwana no wende athome kana oke erute kothi ino gushoot video, edit, content creation, DJing, maundu macio mothe ni turakuhe chance iyo. Na ungikienda gutukinyira tuhuria na 0724 333313. Ndakwira ino kothi ni njega. Ino kothi ni njega muciari kana murata wakwa we uratwirorera. Na ndukerira uko karibu sana. Asante sana.